If amuta deal na these things, kutoka kwa ango zenu paka nyinyi, huenda sasa hapo nyuma mtakosa generation. Mnakosa generations. My God. Today I want kuona sura ya huyu mtu ni nani ananikujianga. Nataka kumuona. And believe me, I saw the face of someone in the family. Huyu anakujia usiku. Mwenye alikuwa anakujia usiku. Kulala na wewe. This person alikuwa analala na nyinyi wote. Alikuwa anataka pesa, alikuwa ananipikia mayai kwa choo bowl. Unaona hiyo bowl ya choo? Toilet bowl. Ya kukaa. Yes. Alikuwa amenisafi. Amepika mayai kwa hapo ina fruit hapo kwa hiyo toilet bowl. Na akanipea. What? I can never tell you that mimi eti sikuwahi ku struggle with that. Unataka kujitoa? Yes. And then the man already alisema nini? He's okay. Anaweza taka kurudiana na mimi. But hataki watoto wangu. So you see that is a pattern. Yeah. So I'm yet to understand what brought out that pattern in 3 years, but that is like a pattern that was there. Imagine. Immediately 3 years. My father said kuna age ukifika kazi inaisha. As in they don't retire. Mimi sijaona mtu ameretire hapo. What? Yeah, there's just a certain age that ukifika kuna spirits zinakupiga vita. Kazi inaisha. Inaisha. Una retire immediately. Una retire immediately. So lazima uzae kwenu ndio uolewe. Yeah. What? So I need to sanctify you. How do I sanctify you? By having sexual intercourse with you. Raw, with no protection. In fact, he told the lady, watu wanatumia condom wanaenda kuzimu. Welcome back again, good people, and thank you so much for your support. I don't take your support for granted. Today in our show we have this amazing sister who was here last time and he shared a lot with you. Today he's here with the same topic ambayo anaendeleza. Unakumbuka alituambia nini? Atakuja na part 2 because of time. Akasema atakuja na part 2. And let me tell you, kama uko watch part 1, please make sure you click the link ambayo tumeweka kwenye comments. Go and watch part 1, then ukuje watch part 2. Kwa sababu ni hii, usipo watch part 1, watch part 2 peke yake, hautaelewa anything. Utabaki umehang. Na kuliko uhang, kama viatu za polisi ambao wameretire, fanya hivi. Click link and watch, come back. Watch this one. So, welcome as we start. Sister Ayuma. Yes. How are you? I'm fine. Unajua mimi sinanga sister yake. Chukua ni kwa sister yako. Nishakuchukua. Sawa. Ama uko na brother pale nje? Niko na brothers. Wangapi hivi? 4. Sasa mimi ni 5. Sawa. Uko poa lakini? Niko poa. Karibu. Asante. Na shine. Kwani unakula nini? Ni director anasema pesa. Pesa sina, pesa labda mnipe. Neema, the grace of God is sufficient. Wewe sio ndio Aria? Ai Aria sina. I'm trusting God for one. Okay. Ananibariki very soon. Ungesema amen. I received that gari. Ndio maana nimesema I'm trusting God for one and I receive it. Nice to see you again. Thank you. Karibu tena. Asante. Najua watu wetu wamekungoja. Waliwatch part 1. This is part 2 ambayo tunaendelea, sio? Introduce yourself before tuendelee. Yeah. My name's Blessed Ayuma. Yes. That is my artist name, as I had said earlier on. And my official name are Ann Ayuma. Okay. And I'm blessed. I am born again. I am a gospel minister. I sing gospel songs. Okay. Yeah. Kuna jina umesahau ndio nashindwa mbona usemi. Mbona usemi? Utaki kuweka apostle? Hapana. Utaki apostle? Hey, apostle. Na tulisema kwa last show kuwa wewe ni apostle. Mbona unaihepa? Hey, apostle hapana, inani attractia vita nyingi sana. Inanipea vita nyingi sana. You see that name is a great name. Yes. So nangoja nipakwe mafuta kwanza alafu ndo. Watu wa Mungu inafaa ukae tu ready anytime. Vita. Sasa ukianza kusema ina attract. Of course we are in a battle, As once you are born again, unakongo declare war against the devil. Yes. That is for sure. The day unasema tu I receive Jesus Christ as my personal savior, be guaranteed and be sure vita zinakuja. So wacha tuanze show yetu officially. Sawa. So last time tulikuwa tumeachia
pale fulani ukisema ulikuwa unaumwa na ng'ombe, sijui unaumwa na nini kwa ndoto. So situendelee sister. Watu wanangoja. So you remember in my last video niliguzia two major things whereby my grandfather had exchanged our destiny, our marital destinies with mali and unfortunately when he died ni kama alienda na mali yake kabaki, si tukabaki tuko poor. Then I also highlighted whereby there's a church I had gone ambayo baada ya kutoka it's like hakutaka nitoke because kuna vile alikuwa na benefit from my gift probably. So hakutaka nitoke. So when I tried kutoka katika hiyo altar yake ilifika mali mpaka ananitembelea kwa ndoto, ananifanyia ibada ya mazishi, anataka kunizika and all that. So that is what I highlighted last time. Na nika highlight hizo patterns kwa kina mamangu whereby people getting married is a problem. So tulikuja tukafika a place whereby I also realized the dreams that I was having were manifesting in the physical. In our last video I think nilifika mahali penye nilikuwa nasema nilikuwa naota constantly nimeumwa na wanyama. Ng'ombe unapata nimeamka nimeumwa na ng'ombe, python, hata nyoka. By the way my right hand ilikuwa constantly inaumwa na wanyama, ng'ombe. Ina ni noma. Exactly. Unajua ng'ombe inamaanisha hiyo ni household witchcraft. Unajua ng'ombe is a domestic animal. So ukiona unaumwa na ng'ombe kama ni witchcraft, that is just a household witchcraft. Mtu tu ambaye ni wa karibu. Probably mwenye alikuwa maybe anafanya that. Yes. So through all those dreams they first ilikuwa ng'ombe, then another time nimekuja nimeota paka imeniuma mkono, the right same right hand by the way. Yako ni ng'ombe, paka, spider. Yes. Spider. Hadi spider nishaota imeuma. In fact the spider was so bad because when it wanted to bite me, you see in the dream sometimes unapatanga I also fight when your spirit man is awake. Yes. You will fight also. So I fought with that spider nikaishika kuiua. So yes nilishika nikaiua but now iliniacha na sting na alama kwa mkono, but now it died. Niliua yes but iliniacha na alama. Then unapata kuna wakati mwingine pia ndio hiyo nimeumwa na dogi mkono. By the way sijui kama nyama jeni uma kwa usingizi tu ni mbuzi na kondoo peke yake. Eti dogi nakuja na kuuma kwa ndoto. Hadi mkono kwa ndoto. Jesus Christ. So you find that wakati wakati nilikuwa naumwa I was going through a period of pesa yangu haikuwa inanisaidia. Yeah, so that is why unaona the war was against now my work, my earnings. That is why nilikuwa naumwa tu mkono yangu ya right. So unapata kwa mkono yangu pesa haingekaa. I would get salary immediately unasikia mtoto ni mgonjwa. I would get salary utasikia nyumbani there is something that may happen, inahitaji utumane pesa yako. So I ended up in debts. Ukisikia debts, let me tell you I was madeni tumefuatana. Nilikuwa kwa madeni to an extent hadi nikapelekwa kotini nikashtakiwa na money lending app. What? Yeah. It was that bad. My finances were attacked. By the way, sijui kama kuna mtu mwenye sikuwa ananidai ama kuna app iko inanidai by the way. Nilikuwa nadaiwa. Of which see it is recover yote. It's a process. You see one thing I've learned is deliverance. Yes, utafanywa deliverance leo ama utajiombea leo kuwe delivered, but now the outcomes haikuje ni miracle na kauli tu vap mara moja. Some of the things take time kutoka. So unapata during that time nikiumwa mkono I had a lot of debts. And you see these debts, one thing I came to realize pia, my mom has the same issue. Really? Yes. Nakwambia vitu nyingi na kuanga tu ni you study things and then you understand. My mom had the same issue, my brothers had the same issue, my sisters had the same issue ya madeni. My mom ilikuwa inafika mahali mpaka napigiwa simu watu wenye wanadai wanakwanga sijui ni Kenya Women's Faulu and all that. They are in the bomb, amekujua nataka kungoa mabati ya nyumba hata. Alikuwa in a life where nobody would help the other. It was that bad. It was that bad. Hakuna mtu angesaidia mwenzake. What? Unaona? That is all nilikwambia pia nilikuja nikarealize kuna patterns zenye zilikuwa zinatusumbua zenye nilirealize ziko kwangu, kwa mamangu na my siblings. Debts being one of them. I was in debts. That time. Mbaya sana. Hadi
yani unaona ile whereby una live una borrow from this place to ulipe huyu kimaliza kumlipa umkope tena uende ulipe 0.3 C ukimaliza C akupatia kukopeshe ulipe na unajua wote ni interest bado na interest yes. So it was that bad. But then as I always say, once there's a revelation, almost half of the problem is sorted. Ukishajua because unaona mimi God was showing me in my dream that there is an attack against my hands at that time. And why was it persisting? Because ningeatakiwa leo niombe tena kesho another one. As I had said in my earlier videos, the devil will always want to show you that there is nothing you're doing, that your prayers are not helping you. They'll give up. Yes. So mimi yangu ilikuwa ninamalizana na hii mnyama nyingine inakuja na malizana na hii nyingine inakuja. I think the enemy was just trying to show me that even the prayers that you are making are not helping you. Na nilikuwa nafika by the place na nataka ku give up. Una feel like you are tired. Na feel like I'm tired. Because unapata naumwa mkono, kesho utapata nimeota nyingine my past kibeti nilikuwa natembea mwizi amepita na kibeti yangu ameenda na in my dreams. So you see, any things were being stolen. Mimi like everything was being stolen from me. Yes. My everything was being stolen. Kila kitu yangu. So that is what was being shown in my dreams. So whatever was manifesting in the physical, God was showing me this is the cause. Now you deal with it. So ndo nikachukua sasa hiyo hatua pia ya maombi. I went to a prayer mountain. By then niliandika hizo depths zote chini. Nikalist ya wote. Nikienda kuomba. Yes. So yes, hazijaisha zote, but I can say this year it's not like I was in last year. Mungu at least amenitoa mahali. Thank God. Unaona? Amenitoa mahali. So I realized my mom's issue is the same as mine. So unapata mimi nadaiwa kuna jaribu kustruggle kulipa zangu, bado za mamangu tena I'm here tena najaribu tena kumsaidia kulipa because unataka mabati ya mabamba ya nyumba yenu mamako itolewe waende nayo. So what was happening to your mom? It was also happening to you. Thank you. It was also happening to me. It was like a merry-go-round. A merry-go-round, especially me being the firstborn daughter. There are a lot of things that were happening. Then another pattern I came to realize that was also happening to our mother, that was happening to us, is the marital part. The marital part, whereby my mom, when she was getting married to this man was okay. He was working very well. But then ikafika mahali, I think I mentioned ilifika mahali anaacha tu kazi mwenyewe. Akipata kazi by the way, anafanya first salary, second salary, third salary, akirudi leave, ni hivyo harudi tena kazi. Anaacha. So unapata my mom is now the breadwinner. She has been the breadwinner since my siblings were young. She has been the breadwinner. Now this is my real mom mwenye alinizaa. Remember niko na two families. Kuna kule kwa baba yangu na stepmom na kuna huko kwa mamangu na stepdad. Kwenye mamangu ameenda kuolewa. But remember huyu ndio amenizaa. So ndio nijue pia ni patterns because nilikuwa na observe my other siblings wenye tumezaliwa na baba mmoja. Some of the things were not happening to them. But me. Mostly ilikuwa me because wao hata ndoa zao hazina shida by the way. They've never, my sister married, right? And in fact nilinotice wakati wa dowry ya my sister, the other side, she had a very smooth ceremony. It was okay. Yangu siku mtu alijaribu kuja kutoa dowry. The low man on my first marriage. Silikwambia tulivurugana mpaka tukitoka huko nilikuwa nimeblock wazazi wangu, my siblings and all that. It was chaotic. Chaotic, tulikosana sisi wote. Vibaya sana. Now you see, there is an altar. My mom hajaitolewa mahari. My real mom. So, hakuna venye mimi hizo altar zingeacha mimi nitolewe mahari in peace na yeye hajatolewa. Na your mom bado hajatolewa. Same to my sisters. You see now my sister mwenye tumezaliwa na baba mmoja alitolewa mahari, hakukuwa na any shida because my stepmom, my dad alimtolea mahari. Yes, yeye alilipiwa mahari. In fact hata walikuja kuhalalisha ndoa yao in church. They are okay. Even though at that time hawakuwa wamehalalisha but walikuja kuhalalisha later on ndoa yao kwa kanisa. So unapata ndio maana ulikuwa unaona nakwambia some of us parents hawajadeal some of us wako na vita na wengine hawana vita. So you see like my siblings from my wenye nimezaliwa na baba mmoja hawana vita nyingi sana except zile zenye zinatu affect kama family huko side ya baba hizo of which pia I thank God for my stepmom. She's the one who introduced me to the church as in alikuwa ni mama wa maombi.
That is why we are where we are this other side. But now side ya mamangu, I told you ni CK, yeah? We mwambie kuimba hizo tukutendereza and all that. As in, they don't understand deliverance. Nyimbo za tenzi. Exactly. Hallelujah. So unapata, here we are, this is her marriage. Now remember mimi nakumbuka marriage zangu. Let's keep the first boyfriend aside because that one we never got married. He was just a boyfriend. Yes. Of which, wacha tuweke now. My first marriage now to this, the man that, the pastor man, My first marriage to him. Remember, I was the breadwinner. You remember? Mwenye nilikuwa nakwambia alikuwa nalala mpaka saa ngapi, ni mimi ndo nafanya bills zote. So you see, it's my mother's marriage. God. Yeah. I get the second man. Yes, he was working. But akafika mahali tena kaniachia bi. You remember I explained in my other stories that alikuwa mara kwanza alikuwa sawa, tukaenda tukaanza kuishi pamoja, tukagawana mpaka bills, akaniambia atakuwa nalipa rent, mimi na buy food and all that. Ikafika mahali akakuja akaniambia COVID imehappen, tumerudiziwa mshahara, nisaidie kulipa rent. Nikaanza kumsaidia kulipa rent half. Ikafika mahali akanachia complete, aka sasa halipi rent, mimi ndo nakuja kubishiwa na mwenye nyumba nasumbuliwa. First man alikuwa the same hivyo. First man yes hakuwa analipa because yeye alikuwa lazy, hakuwa anataka kufanya kazi. Yes. Now this one, you see the way the devil these altars control our life. They make you get attracted to the same kind of people. Okay. So you see me, I was with this person. First one alikuwa lazy, hakuwa anataka kufanya kazi and all that, and paying the bills. I get this other second one. Yes, he's working, but sasa imefika mahali pia hataki kufanya nini? So the same thing will happen kwa mama. Mayangu, this is the same thing happening to me. So that is where I also got that revelation that your mother's marriage. So there's something obviously that was uttered that whatever my mother is going through is this, because I later on came to ask her. And she's like, some years back, like it's like somebody alimuongelesha kitumba. Even though anasema hakumbuki vitu vizuri, but there's a woman who sometimes back alimwambia yeye, I think yeye na uzao wake. Alimwambia something kuhusu yeye na uzao wake, but she can't remember the exact words because wakati nilikuwa namwambia remember, lazima there is something that has happened. Yes. I don't know. So unaona this kind of pattern yenye iliyekwa sasa kwa sisi, unapata mamangu ile maisha aliishi imekuja kwangu mimi. Ilikuwa kasema pattern hiyo yenu. So you see, a pattern can be brought about by a curse. Okay. It can be brought by either curse, sin, a covenant that was entered. Unaona? Ndio unapata zinafanya nini, zinakuwa na an altar let me just say an altar vile nilisema last time is a place of exchange. It's something that inanena. Either it can speak light or darkness. Unaona? On that altar, mtu anaweza altar kunenea maneno, amekuwekea curse ya maneno. Like tuone utafika wapi. You see some of us midomo zetu hazifanani by the way. Kuna mdomo ya mtu ambaye akona hizo akikunenea maneno inakufuata. Na kuna mwingine words zake si powerful. Unaona? So in my mother's side, I have never understood very well kama ilikuwa ni hiyo kasi ya huyo mama pekee ama pia kuna altar yenye ilisimamishwa. In that case. I've never understood very well. Yes, sijaelewa vizuri, but all I know is that it's a pattern. A pattern that is being fueled by an altar somewhere. Unaona? So that is why unapata ilifika penye ilifika kwangu. So that is now my life after nime realize. Then I came to my sisters. Now this other second born sister. My sister got married to this man. This man that they got married alikuwa anafanya job mara ya kwanza as a land surveyor. Land surveyor, but at that time hakuwa anakaa sangu, but wamezaa watoto, sister yangu anakaa kwetu na anakaa kwa wamezaa watoto. So baadaye wakafika mahali wakaamua let us start staying together. They start staying together. The man completely hakuna kitu yenye anafanya. It's my sister who's the sole breadwinner. So either the parents were providing ama sister yangu. Now the good thing with us, we are hard working. Inakuaje mpaka sasa ikikuja ina affect the man? Sasa now I think hapo sasa ndio mtu ana get confused. Kwa sababu I don't belong to your family. You came to me. But inakuaje na ni affect me? Affect. So here this is one thing you need to know. Sex. When a woman and a man come together, the Bible says two shall become one. Sindio? Yes. Now when you engage in sexual intercourse with this man, the two of you have become one. Yes. Since you've become one, whatever battles I'm fighting,
you also start to fight those battles. Really? Yeah. That is why unaonanga kuna mtu in marriage, unaweza pata mtu katika marriage alikuwa in bondage. Hao watu wakiachana unapata mwingine ame succeed. You've seen such a case. Mtu anafaulu exactly. Life yake inakuwa better. Yeah. That is why unaonanga in some movies, kama ushawachi some movie unapata kuna some men who use other women because of the sex. You are able to access this other person. There's a time you become one. When you're involved. Yes. That is what nilikuwa nakwambia now. Imagine now you've had like how many people you've gotten involved with sexually. How many battles umebeba. So it is important also when you're getting married, by the way, it's something I can tell people. Know the background of your partner. Know the background. Because by the way, we inherit battles. You see, like mimi zangu, this same altar ilikuwa inanilidi napatana na watu ambao kuna the same issue na mimi. Because mimi hawa wawili wenye nimekuwa nimeolewa nao, most of them, okay, both of them, walikuwa pia from broken homes. Unapata mtu babake na mamake hawakuoana pia. Same to mimi, babangu na mamangu hawakuoana. Huyu wa pili pia unapata hivyo pia amereizwa na babake na stepmother, mamake alimwacha akaenda kwa wala pengine, huyu mwingine same hivyo. Unaona, these are two people tumepatana. Then unfortunately it's only me who has that knowledge ya kuwa hii ni pattern that tunataka kuvunja. Wewe nikijaribu kukalisha nikwambia, by the way, look here, there's a pattern kwenye, there's a pattern kwetu that tunafaa kubreak. Who won some sense? Do you think we can succeed? Hatuwezi. But you see, like these men that I had, if we had sat down both of us, yes, and took one thing and agree that yeah, we have a battle here, we need to fight. Believe me, tungefaulu. Yeah. Tumerealize ni altar. Let us fight. Unaona? So unapata sisi, because of that, maybe that sexual involvement, that is one. Two, attracting that same person. Anakuanga tu amejificha. Like unaona, mimi my second man ni same kama tu huyo wa kwanza, but this is now another version of him. Let me say maybe a graduated. Kuna kwanga na version 1, version 2. This is just a version 2 of this other one. Because yes, he was working, but hakuna kitu yenye alikuwa analeta. You see, hakuna kitu ananisaidia na inakuja inaanza kufanya kazi kwa immediate nafanya. Unaona? Yeah. So this is where now my sister alikuwa attracted to this man wakati wakiwa wanapush bado wako in relationship, the man was working. Then even when my sister went to get married, the sister alikuwa anafanya kazi, alikuwa shaacha hiyo kazi yake already. So you see, she's being attracted to the same version ya mama yake. Na mpaka unapata sometimes juu mnatoka kwa familia ya polygamy, mpaka wengine wanaanza kushindwa hii familia inakuangaje. Hawa wana struggle. Kwani issue ni wapi? Exactly. Kwani issue iko wapi? No. Because I understand. Wanaenda kuwalaumu. Kaingi kwa marriage. Exactly. And you see, this mama yetu mwenye tuna kuwa na nini same pattern na yeye, ukumbuke yeye amevumilia. Angekuwa pia shaenda because hakuna mwanamke mwenye anataka kufanya all those things peke yake. Unaona? So hata angekuwa alishaenda ni vile tu amejikalisha. Unaona yule mwanamke mwenye ameamua okay, mimi nitakaa no matter what. Hata nipigwe nitakaa. We have such women, nitakaa. So that is now the version. That is my second sister. Yeah. And if you want to see something funny, when she went to get married to this man, yes, walikuwa wamezaa wakiwa kando wa jawana. There are other men that were after her. Very good men, very rich men. Lakini alta ilimpeleka kwa nani? Huyu tu mmoja. Na wewe umeikuwa na huyo rich man? Of course, nishaikuwa na wao. Pia ikakupeleka kwa hata kama wataocha watanichekelea. Umeenda kwa mwenzako. Maisha ile. Inakutuma huko. Now you see me, the only difference with me is that mimi God was showing me all this time, lakini mimi sikuwa, mimi nilikuwa niko blinded, sikuwa naona. And you see why I was not seeing, the altars were speaking. So these altars iko na nguvu hivyo. Iko na nguvu. Na imagine sasa wewe unapitia hayo na umeokoka na mjua Mungu. What about the person mwenye hajui God? Hajui Mungu. Wow. Mwenye hajui Mungu, mwenye amechukua ni normal. You know kuna watu wengine wanasafa na they have taken it to be a normal. Nasikia mtu anakuambia siku Mungu ataamua, tu siku Mungu ataamua. Inaonekana hii familia yetu iko tu hivyo. Exactly. Inaonekana si atubariki. Kitu hawaelewi kuna kanuni za Mungu. We have principles of God. As much as you're suffering and you're crying, unless you take that step. Mungu atakuangalia tu ukilia hivyo.
it's like umepewa ATM, uko na pesa kwa account lakini you can't be able to access. Umeshindwa kuweka pin number, ujui kuweka ATM and all. Lakini pesa ziko. Lakini pesa ziko huko. Ziko hapa naziona. So ni sisi hivyo. Me, that is what I took, because mara nyingi unaona hata wakati nilikuwa naumwa nikisafa na madeni and all that. One time I had a dream whereby nimeletewa plate, one side imewekwa good food, very nice food, meal cooked, another one imewekwa chakula inakaa mbaya mashakura, imewekwa this other side, and then it is written vizuri tu kabisa na note, this is what you're supposed to be eating, but this is what you are eating. Yaani unaona imeandikwa. Iliandikwa in bold, in fact ilikuwa ni mark pen ya blue, imeandikwa. Karatasi kaweka kwa plate. Exactly. Na ni nini nafanya siwezi kufikia hiyo? Because I was in bondage. Yeah. You see. So now come to my second sister. My third sister sasa. My third born sister. Na ukumbuke nilishakwambia hawa wote pia walipata mimba wakiwa high school. I told you mimi niliponea because me I knew God. That is why mimi nilimaliza shule ndio nikapata nikazaa. Unaona. So kama si Mungu pia kama si Mungu probably labda pia mimi ningekuwa ni mtindo ile. But because I knew God and me I knew this is you see deep inside me God had given me that knowledge that this is something that needs to be broken. Yes. Unaona. So that is why. So unapata my sister now, she gets married. Amezaa mtoto, yes, akatoroka kaacha shule. Akaenda kaolewa na this man. Kuolewa na this man, sasa akaenda kajiingiza kwa altars zingine mzuri. Ameenda mola na man, okay, you know the Luya Bukusu people, wenye hao utairi watu kunaonga na watu wanatairi tu watu kabisa traditionalist. So unajua? Kwenda kwa msitu and all that, hizo vitu kuna traditional people hao watu. Hao watu lazima ukwewe ni mtu wa madawa because they are ni kind of tu kama tu mganga. Okay. Then she gets married to such a man. Remember kuna altars huku, ameolewa kwa altars zenyewe. At first the man is okay, is providing, but kichapo alikuwa anapigwa. Yes. As in nilimtoa kwa hiyo ndoa karibu mara 5. Ninamtoa, anakuja kwangu ninakaa naye kidogo. The day that man will just call her, sikie sauti yake. Hata kuambia sauti anaenda. tu. Hata kuambia anaenda. Anaenda. Hivyo. Umekaa sana. Haukuji. Tumwa fair anaenda. So ikafika place I gave up. Nikaamua kila mtu apambane na hali yake, because ilifika mahali hata she started saying mimi I have failed marriages, I also want her to end up like me and all that. Nikasema young girl, go back. Ndio jingangania. Ndio jingangania. So yes, the man was providing at first, he was working. But alifika mahali my sister right now is the provider. My God. Alimia watu kwa mashamba, afanye nini ndio wakule. Even right now. My God. What? So that is when we met last year. That is when we met nyumbani sana tukaambiana, now this is a pattern and it has to end. That is when now we had those prayers, by the way. Yeah. Your grandpa, the one you said that he exchanged the marriage of your family with the richest. Nisaidia your mom? Inside your mom. What? Yeah, you're inside your mom, not your dad. That is my mom's side. That is unaona hii kitu inatuguza. So you remember I told you my uncles, all of them hawana bibi. Okay. My uncles wanazeeka. Mmoja tu ndiye alikuwa na bibi, na bibi alimwacha na akakufa kama bibi hayuko. After alishakufa ndo bibi akarudi nyumbani kwa boma. But he didn't have the first one. So these things need deep than we think. You see, there is no way in your family nyinyi nyote brothers mtakosa kuoa. How? Aje sasa ndio are normal people. Siti nyinyi lazima kukuwe na kitu. Yes. Ina control. Yes. Yenye ilikuwa inaongea, inazungumza. So we had to do the prayers and silence that voice, that sacrifice that was speaking, because he offered a sacrifice. So for us, we also had to come and counter that sacrifice with the blood of Jesus. Of course, the blood of Jesus is the sacrifice that speaks better things than any other blood. Unaona. And in him, kutafuta hizo vitu zote riches, we don't even know ni vitu gani alifanya. Anaweza kuwa labda aliua mtu mwezi jua. But kwa dream so ulikuwa umesema uliona make hiyo covenant akipeana. Ni nini alisema aswa? Okay, the words venye nilikuwa nakwambia sikuwa nasikia words vizuri. Okay. Sikuwa nasikia words vizuri, but sasa unajua through prayers unapata pastor ndiye aliniambia in fact alivyoniambia ndio nimwambia I've had that dream. You see, it was just a confirmation. Yeah. So during the prayers the pastor kanambia, hey, there is something that your grandpa did even that is unapata ina wasumbua nyinyi wajuku. Ndio nikaambia yes, there is a dream I have had once. Alikuwa mahali kwa altar.
ya giza. We all know how madhabahu ya waganga inakaa. Unaona, there is something yeye alipewa na akapeana pia exchange, and there's words that they were speaking, but those words I could not hear. You see, sometimes in the spiritual realm kwa dreams, saa zingine when your spirit man ako weak, kuna vitu zingine huwezi fikia. You remember I told you last time in my dreams, kuna wakati ilikuwa inafika mahali when I'm trying to fight, my tongue inafanywa inakuwa heavy. Mzito. So unapata hizo mapepo zinanifinyilia nikijaribu kusema kubind in the name of Jesus, ulimi inakuwa mzito kabisa. Why was my tongue that heavy? It's because my spirit man at that time was not strong. It was not strong because we all know that in this world we are passing through tribulations and all that. Sometimes unajipata pia umejicompromise and all that. And in such a case, the devil na anakufitingi. By the shetani utafutanga tu ka loophole. Anatafutanga tu ka weakness kako and then ana magnify. Kama weakness yako ni pesa, hapo ndo atakulima tu. Anakutafutia tu hapo. Kama weakness yako ni mwili, you can't control your flesh, ni hapo ndo atakulima tu nayo. Unaona kuna wachungaji mtu atangusha tu na msichana. Mtu alikuwa amesimama katika wokovu vizuri. But kasichana kamekuja tu kamrembo kamekaa hapo vibaya and all that, ameangusha mchungaji. Na hata ukiangalia msichana mwenyewe na bibi yake you wonder. Nini aliona kwa huyu? Na ako na bibi aina hii. Exactly. So unaona. So unapata nao my sister, there she is. The same marriage. Tukasema hapana. Hakuna venye ndoa ya mama yetu itakuwa ndoa yetu. It ends with her. Whatever afflictions that have been afflicting her, we had to pray that those afflictions are not afflict us. That is the step that we took. So tukaenda kwa magoti kuomba. Unfortunately my sister naye pia alikuwa shatoka kwa ndoa yake, by the way. Alikuwa shachana na bwana yake because alichoka. Yake naye haikuwa just, unajua mimi yangu at least tulikuwa tuna issues za hiyo infidelity, kuto provide and all that, but mimi sikuwa napigwa. Now hizi zao ndio nakwambia mimi yangu it was fair because I think I know God. Yao ngumi una provide unapigwa. So my second born sister na alifika mara kanambia I will kill this man. So before I kill this man, let me just go aside. Na nikaona yenyewe kwani unafikiri devil anataka nini? So the devil came to kill, to steal, to kill and to destroy. So sitangu akishaua bwanake, maybe amepigana na bwanake amemuua, what do you think? They will go to, one will go to the grave, another one to jail, na watu hiyo watabaki hivyo. Na hapo shetani anasema kazi yetu inaendelea hivyo. You see, the devil ndio akupige vita huwa ameona that your gift. Most people who are gifted, I think they will agree with me. Hata kwa zile calls zenye nimepata. Most people who are gifted in the world wanapatanga vita. Of course. So your gift is you can either be used in God's kingdom or the devil's kingdom. Shetani anataka kuitumia for his own advancement, and God also wants to use it for his own advancement. So it will depend in side gani nyeta win. Now it depends with you. Utallow side gani win, either the devil ama God to win. Na pia nategemea na foundation na the people that are surrounding you pia it matters. Unaona, that is unaona even in the family, wale umetoka kwa familia yenye ilikuwa na wachawi, maybe your forefathers walikuwa na madhabahu yao, walikuwa wameinua ya traditional. Kuna kwanga na mtu mmoja chosen kwa hiyo family mwenye anafaa kuendeleza hiyo madhabahu, and that person is usually fought sana akona gift. So hao wanakutaka kwa madhabahu yao ya giza, wewe unainua ya light. Unafikiri watakuacha hivi? Unafikiria why God alichoose wewe than your sister ule mwenye anapigwa na ana provide? Mbona Mungu akuchoose ule akachoose wewe? I'm just asking. Actually, I don't know. Kiniuliza hivyo because I think maybe God aliona niko na that strength ya kuweza kustahimili whatever will come. Okay. You see, like me, what I've passed through in life, sometimes I give people my stories. They're like, ni nini ujaona wewe kwa hii maisha? They're asking me that. By the way. Most of them will say, Aima, ni nini ujaona? Some of them, I give them my story, they shed tears. They cry. They're like, ai, hiyo yote kwa mtu mmoja. So you see, I think God knew I can be able to withstand that because there are people who have passed through the same situation I have been and they've committed suicide. They're not there. Kweli. You see? So I think God alijua niko na that strength. I can be able. Mungu ndiye ametuma na anatujua. Tunaambiwa enda anatujua sisi wenyewe, anajua mioyo yetu, anajua our strength, anajua everything. So I think God knew I can be able to handle because kama last year after tumetoka hizo prayers unapata ukipigiana unazo bado unaomba, unasikia nakwambia, hey, akiniombe mimi ni kama nimeanza kuomba.
Nimeanza kudidimia. Ameenda akachapwa na matukio kidogo, amerudi. But you see me, sijisifu ama nini, it's not that I'm perfect. I also have my shortcomings. Even Elijah, the great prophet of God, after kufanya ile miracle yote, moto imewaka katika kuni iko na maji, but when Ahab threatened him, alifanya nini? He ran away. So this is a prophet who had done all those miracles, but Ahab alimthreaten tu hivi, akachomoka akakimbia. So you see, even me in my own personal life, I do have challenges. It's not easy. And you see, especially if the devil knows that you want to kutumikia Mungu kabisa, kuna hiyo moyo, lazima tu atapepeta. Si Peter aliambiwa Peter, the devil ameomba ruhusa nataka kukupepete. Adui ameomba kukupepete. The devil wants to siphon you like wheat. Aliambiwa hivyo. Si ndio? So shetani anaomba ruhusa na kuamulia wewe KG. Usiseme KG. Sema mtu mwingine. Huko hatutaki hizo. Acha hizo. Apostle, acha hizo. Umesema nisiseme wewe, nisitumie mfano yako. Tumia hata hii chupa ya maji afadhali. Huku tumezingirwa na damu ya Yesu. Hatutaki hizo. Hizi devil ndio akupepete. Omba ruhusa. When Job was being tempted. Remember the Bible says that the sons of God had gone. Kutembea, and they had gone to God in the evening, and Satan was with them. Umetoka wapi? Akasema umumu tu ni kizurura. Unashangaa umumu ni wapi? So kila mtu lazima akwe na pale pake. Exactly. Hakuna mtu ananga shughuli. See, tunambua the devil, your enemy, walks around like a roaring lion, seeking whom to devour. So ajatulia huyu jamaa, ako tu anazunguka tu anaangalia. Amefika mahali amespot huyu huyu ndo anajifanya anajua kuomba, anahubiria watu wakipona, au wenye nimeweka caged wakiwaponesha. Wacha na mimi nione. Anakujia. So if you're not strong, one hit umeenda. So ukaanza kupigania familia. Unaona? So we prayed, we had prayers, yes. Kujitenganisha from our mother. I remember my pastor had told me that you are a chosen generation, a royal priesthood, a people called by God out of darkness to declare his glory. Therefore, you cannot be like your mother. What about your mom? Your mom, alikubaliana nyinyi mfanye hivyo? Of course. Ako part of you guys? Ako part of us because she also realized. We sat down and all of us, we had a meeting, and all of us tukaanza ku-analyze. She even confessed hata pia yeye huwa inamuuma. By the way, it's painful to her. Wakati mama anasikia mtoto wake anatoka kwa ndoa. In fact, me when this second marriage nitaka kutoka, she was like, unaweza vumilia? Because she felt it, by the way. She was like, mama unaweza tu vumilia. Nikamwambia mama, it's beyond me. I can't. Hani ni mom and daughter. Unaona, namwambia I can't. Ananiambia ki watoto wangu, ni mtoto wangu gani mwenye atakaa katika ndoa? Nitaambiwa vile mimi sikuwa. Unajua sasa watu unasikianga huyu hakulea wasichana wake vizuri ndio maana hawezi kaa kwa ndoa. You see, that is what the society says. Lakini hawajui there is deeper, there is more than that. Si ni hakuwalea vizuri. And you find out that nyinyi ambao mko na haja na hizo ndoa sana ndio wazuri. Exactly. Then wale wenye wako huko na hata ndio wabaya sasa. Exactly. But because they don't have altars. Zenye zilikuwa zinafuata from the family, au labda ni zile za kujitakia. Unajua kuna mtu anajiingiza tu kwa usharati yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe tu ameamua I want this. Anaanza kujijengea madhabahu yake yeye mwenyewe. Unaona? Of which it's easier than those of us when we are paying for other people's sins. Imagine. Mulipata iko. Unajua hata venye ile happen. But inaku affect. I look at my cousins. I feel like crying. My cousins said mamangu. I look at them, by the way, mimi ulia machozi. By the way, I can just hata sijui ni wangapi wenye wako kwa ndoa wenye wako sawa because of that one. Hiyo ya babu side ya mama, it was real. That one was a strong one, let me tell you. Ukiona ile affect uncles wote. What? Hakuna ndoa. Then ikuje kwa kina madhe, hakuna ndoa na wale wenye wamekaa kwa ndoa wamevumilia tu. Ikuje paka kwenu nyinyi. Then ikuje paka kwetu sisi wajukuu. Hakuna ndoa. Do you think it was how many generations sasa zimeuzwa pale? So from mama,
sisi ni second generation. So kuna third ya watoto wetu na fourth ya watoto wetu. If we don't deal with it right now, sijui inasema we'll visit the iniquities of the forefathers up to the third and fourth generation. Yes. So as we are the second generation, and thank God the second generation we realized that at least tukaanza kudeal nayo. Ndio nyinyi watoto wenu wasipatane nayo. Ndio sisi watoto wetu wasipatane nayo. At least we fight their battles, because I'm imagining kwanza hii generation sasa Gen Z, if my daughter by that time hata sijui the world itakuwa aje. I don't even know how she will fight those battles. But whatever I've passed through, I wouldn't want it to go to my child. Mimi siwezi taka mtoto wangu apitie maisha yote nimepitia KG. It's not easy. You see, whereby you're being blamed for something that deep inside you know it's not your fault. Hakuna kitu inauma kama hiyo. Deep inside yourself, you call yourself several meetings and ask yourself, where did I go wrong? I'm innocent. Yes. Why can't I keep a marriage? What am I not doing right? You're doing everything and umefundishwa paka kwa internet mpaka umeenda women seminar. Mimi nimeenda hizo women seminars za kina huyu Bimsafari mmoja alikuwa anahubiri kwa Citizen. Nilishaenda hizo zote. Anaitwanga Msafwari. Hizo zote. Umeenda YouTube umewatch zote, how to keep a man, how to do that. Umefanya hizo vitu zote lakini nothing. Baada amekuhurt. Wow. Unaona? So you see, that is a pattern that we realized all of us, and tukaamua lazima tutaomba. It does not only affect wasichana, even our brothers. Hawana bibi. One brother, I hope hata nipiga juu nimesema one brother juu anajijua. One brother hajaoa. Another one ameoa, but this is the second marriage. First one bibi alienda na watoto wawili. Akawasa na mwingine. So mwenye ako naye tu, lakini it's because of also our intervention, mostly prayers anakumkazia pia kumwambia utakaa naye. So ni kama amejishikia tu hapo hivyo. Exactly. And the prayers. So you mean if amta deal na these things kutoka kwa ango zenu paka nyinyi, huenda sasa hapo nyuma mtakosa generation. Mtakosa generations. My God. Ama zitakuwa, yes, of course, fatal na watu haoi na olewi. Olewi lakini wanapata watoto. Akianza ujui kama hawa mbele watapata watoto. Sasa hapo ndio ujui. Shida by the way. Maybe watasema hiyo mambo hata tumesumbuana. Kama my mom. Potele mbali. Unajua kuna watu wanasemanga ndoa sio kila mtu. Nitakai. Yeah, by the way kuna watu wamesha resort to that. By the way wanasemanga ndoa sio kila mtu. Kama ilisumbua my mom. Ikasumbua my grandma. Ni mimi ndio nitaweza. But you see kama sisi kwetu ikusumbua my grandma and my grandpa, they had the best marriage. Hawakusumbuka. But why sisi tunasumbuka? Yeah. I used to ask even my pastor wakati mwingine, like side ya babangu, yes tulikuwa tunanemiwa after watu. So unapata tumenemiwa, sisi ndio tumenemiwa Anne. Anne had a very best marriage. Okay. Lakini sisi ndio tumenemiwa Anne. Most of us ndoa natuteleza. Why? So you unajiuliza unakosa jibu. Yeah. That is why now I say kama uko na dreams, thank God, at least uko na revelation Mungu anakuonyesha. Yeah. Unaona. So now this is my mother's side that we had started to deal with. Tukaomba. Then there is a time also wakati hiyo mambo ya spirit husband, apart from this other side, ilikuwa inakuwa fueled by altars karibu mara mbili. Kando na kwa kina babu, this other side kwenye mamangu ameolewa pia there was pia. There was now somebody, not an altar that mtu alipeana, but somebody alipeana familia ya mamangu sasa. What? Because during those prayers, mimi when those things will visit, kuna siku nilikuwa naomba, then kaambia God, today I want kuona sura ya huyu mtu ni nani ananikujianga. Nataka kumuona. And believe me, I saw the face of someone in the family. Mwenye anakujia usiku. Mwenye alikuwa anakujia usiku. Kulala na wewe. I asked my sister. My sister told me the same. Huyu mdogo. Because na mdogo pia ni prayer warrior. This person alikuwa analala na nyinyi wote. Alikuwa anataka mimi kwangu hakuwa amefaulu, but alikuwa anataka. Unaona ile mtu anakuja anataka kushika kwa lazima, lakini I pray. Mimi hizi vitu hazikunisumbua sana because I noticed, because nikiuliza, most people kiuliza wanakuambia initially mtu anakuja hata unafurahia.
Aje. Ku have that sexual intercourse with them. Okay. I've even seen on the internet naonanga wasichana by the way wakisema kunanga intercourse mzuri kama hiyo ya na demons. Wanasemanga inakuanga mzuri sana. Spiritual husbands. By the way kwa smart girls nilikuwa naona wasichana gisema it's the best. So mimi nilikuwa nasoma hizo comment and then I'm like watu wanajua ni nini hata wana joke nayo. So most of them will tell you inakujanga mara ya kwanza una enjoy. But then when you decide kutoka ku divorce, now it becomes violent. So inakuja ni kama rape. Yeah, now that is what happens. So that is what happened. Mimi ilikuwa inakuja ni kama iko force, but now spiritually I was fortified. Okay. So mara nyingi ni tunangangana. Mimi I'll tell you tulikuwa tunangangana. Kwa ndoto saa hiyo. Tunangangana kabisa. And you wake up you feel literally kabisa umepigana umechoka. Umengangana na wao. So when you ask these others wanakuambia that is the same thing that is happening to them. No. So hizi vitu as much as kuna hiyo hata labda mtu kwa family alipeana, but kuna watu pia uendeana. Witchcraft pia. It also comes with witchcraft. Okay. Naona. Mtu anaenda anakusukumia. It's possible. Okay. Mtu anakusukumia. It's possible because unaona kama side za kwa kina mamangu, this uncle of mine, there is a time shamba walikuwa naangangania na another cousin of theirs pia. Na ile kiweka mpaka vibaya my uncle anangoa and then he's like he told him hii ndio ya mwisho utangoa tuone kama utawaingoa. And that uncle up till today si atujui penye yako. Yeye mwenye hajawa atujui penye yako. So itagharimu labda prayers tutujue wenye itakuwa. But again this same person mimi unaona sasa niko na a lot of things zenye nimebeba. So now hapo naambia mamangu ni wewe na ndugu zako deal mtafute ndugu ye because mimi sitawaombea niombe ma uncles niombe cousins and all that. That is too much for one person. Naona. So after that is when now we prayed with those prayers za kujitenganisha na tukaomba na mama yetu. Uzuri tulikuwa sisi wote. We prayed with our mother and all that. And that is how we dealt with that altar. Wow. These repeated patterns, kwa mama yetu. Because me I had told them I'm not getting into another relationship unless I deal with this. So saa hizi umepause. So mimi nilikuwa nimepause. Ndoa. Nilikuwa nimepause upande wa because I would have attracted another person the same to tena. Ama kuja kiwa mzuri then baada kuja geuke tena. So unless I deal with those things ndo ninaweza kuingia kwa another one fresh. And pia size right now me before I get involved with somebody pia I want to know what God do they worship. Let me tell you KG. Tabia tunaweza deal nazo. Ninaweza kuambia badilika. Spendi mdomo wako unaongea sana hivi na nikabadilika. Na nikabadilika. Unaweza niambia ansfurahi mavazi yako unapenda kuvaa nguo fupi and all that ama to short to trouser na nikabadilika. But let me tell you altars kudeal nazo it's so hard. Before you get a partner, know which God they worship. Are they Christians? It's easy when you merge with that husband, hata kama kutakuwa na issues. It's easy for you to fight that battle when all of you are worshiping the same God. Yes. Than if they are worshiping a different. Kwanza upate umeolewa na bwana akosaidia mama. This person anaenda hata nao labda maybe ni watu wa waganga, anaenda hata mpaka nao kwa waganga. Do you think you can win that battle? No. Hawezi. No. Hawezi win that battle kabisa. Hiyo utashindwa na hata mwisho unaweza enda mpaka kwa kaburi. Yes. You see? So mimi right now if somebody has to approach me, I'll also have to consider the family background. Hata kama he's coming from a broken family, it's okay. But are you aware that there's something that contributed to that broken family? Have you dealt with it? Yes. Or no? Okay, no. Can we do that? I'm willing to walk that journey. But for how long utangojea ndio upate mtu kama huyo? Of course, watu wako. Ama ni heri ukae single kuliko ujiingize kwa watu wengine. Heri tu nikae single kushinda kwenda kujibebea tena madhabahu wengine. Since mlianza kufight ama mlianza prayers, mmepata ni change kwa familia? Yeah, we've seen change. Like my sister huyo last born mwenye yako, me I see changes. The husband even got born again. Hata siku hizi nasikia anataka kuwa didn't kuwa pastor. Yeah, the last born. The husband got born again. Wow. So imeanza kufanya kazi. So inafanya kazi. Me on my side, at least with my finances, nilianza kuona at least improvement. Hata kama sijatoka completely nikakuwa financially stable and all that, but I've started seeing at least improvements.
in my life. Tatu umeng'ara, inatuonyesha tu. Uko fiti. Uko tu fiti. Please, na uko pabaya. Yeah. So, we are seeing improvements. It's not something that will come overnight mara moja, but at least we are seeing improvement. Slowly by slowly. Of course, usidhani shetani pia na amefurahia ama whoever did that amefurahia pia that we are free. Lazima atataka kuretaliate hata pia yeye. Unadhani anaenda kurelax? Hata anaenda kuretaliate. Now that is where now the problem is. Wakati una retaliate, how prepared are you? Yeah. By the way. When this person, because you see, if I have put a spirit in you, let's say spirit of lust, me na control, me nimekuwekea spirit of lust. I'm benefiting from that spirit. Yes. Remember, me ndo nimekuwekea your spirit. Either lust, sexual immorality, whichever spirit nimekuwekea kwako, ama stagnation, poverty and all that, nimekuwekea. I'm benefiting from that. Either wealth yako imedivertiwa inakuja kwangu while you suffer. So the moment utapata freedom, that spirit will come back to me, report. Kule hukaliki tena. Where do I go? So unafikiri mimi nitatulia spirit inisumbue mimi? I will fight back. Either nikudaivatie nikurudishie ama malipengine kwenye mwingine mwenye naweza peana. But then sasa nikikupata wewe, remember the Bible says when somebody anakuwa when somebody is delivered, that demon wakati inaenda, then it comes back to check ile nyumba ilikuwa. And then I find this house is very clean, swept na iko empty. It goes and borrows another more demons, wanakuja wanaingia na kuwa more. Sasa unakuwa ile tabia unashangaa mtu aliombewa kabadilika kidogo alafu amekuja tena karudi ulevi kakuwa sasa zikakuwa double. Zile zikabebana zikakuja zikakuwa double. So wakati huyu mtu spirit mmedeal nayo imeenda, how prepared are you? We want to know who came with the idea of prayers in your family? It's me. Now, do you think leo hii ukaondoka, the family itasimama? That spirit itasimama? Watasimama? Yeah. Watasimama through my younger sister. Not that much venye wangesimama nikiwa na wao, but through my younger sister I think at least ndio nimekwambia I've seen change in her. At least tunajua wewe ndio una push. But tuseme tu leo Mungu amesema my daughter come. Auendi? Tuna cancel hiyo. No, siendi size. I must live to declare the goodness of God. Sasa tuseme hauko. Unafikiri this family itasimama according to you? Ama watarudi sasa vizuri kule? Ama kuna mtu mwingine Mungu ameprepare to stand ama to replace you? Let me say that. Yeah. Penye tumefika maybe hapo nyuma ningesema hawangeweza kusimama. But currently right now at least there is somebody else mwenye naona at least anaweza nisaidia that battle. Mwenye anaweza stand in. Though she may not have reached my level of strength, maybe kuwa strong venye nilikuwa, but I know at least anaweza simama. And I think mi usema God had that purpose, that is where I'm alive, because me I've passed through situations zenye ningekuwa nilishakufa kitambo. I've had accidents. I've had an accident even at work. Siku nyingine mkono wangu ilikuwa inaenda inakatika. But then I'm here. By there I've been in situations where me ukaivi and then I reflect and then I'm like, yeah, I was at work. You see, nilikuwa nakwambia dreams. So there's a time a company I was working for. It was an Asian company. So during that time I was pregnant with my second born sasa. Then that night I think mtu akaenda kufa ni kama ufeel. That night kawaida as a quality personnel nilikuanga nimeset alarm wakati ukaenda kuchukua sample na kuja kufanya analysis. And then tulikuwa tunafungiwa ndani, anafunga gate, wanaenda na ufunguo, sisi tunabaki ndani tukifanya kazi, atatufungulia kesho yake. Then this is what happened. This night I was just restless. Restless, and I was just reading my Bible. I don't know why I was reading. I had a Bible, by the way, at my workplace. I don't know why I was reading this Bible, because even one guy asked me, leo ulali? Nikamwambia I don't know, I just feel restless. No, ile unasikia roho inakudunda and you are restless. I read my Bible, nikasoma Bible. Then I went, at last nikaenda kulala. Kwenda kulala, alarm yangu ilikuwa inalia saa 9 ndio nafaa kwenda collect sample. I slept. While I slept, I dreamt. A certain cousin of mine huko nyumbani alikuwa ananipikia mayai kwa choo bowl. Unaona hiyo bowl ya choo? Toilet bowl ya kukaa. Yes.
alikuwa ameniserve, amepika mayai kwa hapo ina fruit hapo kwa hiyo toilet na akanipea. What? Yes. By the from that time for almost a whole year singeweza kukula mayai. Roho yangu ilichafuka kwa mayai kabisa. So I dreamt about that. Na ukakula? When I took your mayai sikukula. Okay. I think that is why maybe I was able to be saved. Nilichukua hiyo mayai nikitaka kukula, then nikaamka kwa usingizi nikashtuka. Nikashtuka before alarm. Alarm inafaa kulia saa 9. But mimi nikashtuka kitu karibu saa 8. Ilikuwa saa 8:30 hivi. That's when I woke up. Maybe ningekaa, nisikia watu kusema saa 9 ndio masaa sana za wachawi. Maybe ningekaa mpaka saa 9 would have gone. Maybe ningekula. Nilishtuka saa 8:30. Nikaamka saa 8:30, I'm so restless. I had to go and collect the sample. So now this is a meal, ilikuwa ni kampuni ya unga. This is a meal ambapo unaona vile kisiagi na kwanga na kelele. Hiyo ni kisiagi tu ya ushago moja. Na hiyo ni kisiagi ya whole factory like this whole building. Kisiagi imeran from 5th floor to ground floor. Hiyo ni kisiagi moja. So tukwanga na meal A, B, C. So I was to collect a sample from meal B. So tell me why instead of going to collect a sample from the normal place tunafaa collect, I use a shortcut. Nikafungua machine. Nimechoka, so sitaki kwenda hii long process ya kufungua hii kifuniko then nichote unga. So hapa juu kwa machine kuna mahali pako kama bakuli hivi. Then kuna hiyo meal kuna kitu ina rotate hivi yenye ina push unga ikienda ikipropel ikienda mbele. Then iko na jaws ina rotate hivi. Mimi nikaingiza mkono kuchukulia unga hapo. Karibu mkono ibaki. Ikakwama. Yes. Mkono yangu hiyo ikachukua. Kumbuka hii ni kitu unaona vile fan huwa ina propel inazunguka. So wakati mkono wangu iliingia nayo na nimevaa unajua ni lab coat zetu tunavanga hizo white. So ni refu imefika hapa ikatrap. Wow. Mkono ikaanza kuzunguka. Oh my god. So unajua inaenda ikienda. Yes. Hiyo meal kwa ukuta wenye wamefanya kwa industry watajua kuna switches. Switch iko like huko na mimi niko hapa. So siwezi fikia ni. Na hata kama ndaifikia I don't even know which switch. It's only the engineers who know. Mimi ni mtu wa quality, I don't even know where the switch is. I just saw my death by then niliona ni kama nimekufa. I remember what I did is I screamed Jesus. I screamed Jesus. Kwangu by then involved because ni meal nikita mtu obviously I have surrendered because even if I call anybody nobody will hear me na watu wako huko chini. Huko juu nimeenda peke yangu kwa hiyo meal kutafuta sample hakuna mtu hapo karibu. So I was left at the mercies of if an engineer maybe atakuja kuangalia machine anipate but kitambo engineer kuja nafikiri hiyo meal inachukua masaa mangapi kabla haijanisiaga. Ni few. So when I screamed Jesus, nikapull mkono. I pulled mkono hiyo machine kenye ilifanya ni kama I think ilicheza nayo akili. Unaona ilikatikia unaona hapa kama hapa. Dust coat ikakatikia na hapa, hii mkono ikabaki kwa machine ikizunguka nayo. So that is how machine iliachilia mkono wangu ilibaki sasa unaona ili pull dust coat so my hand ikatoka ikabaki na dust coat ikizungusha. So ilikuwa mpone tu kidogo mkono ibaki ndani. Mkono ile ingebaki ndani ama ningesiagwa tu mimi mwenyewe mzima. Because nende kikuvuta. And there I remember I was pregnant bado pia na mtoto wangu. That's why by then my child I named him Baraka. That boy is a blessing and I think the devil pia alikuwa na kitu juu yake hakutaka azaliwe. So nikatoka na mkono yangu. Na sample yangu kwa mkono when nilifika huko chini everybody is shocked. And where is the dust coat? Why is your hand? Mkono imeanza kufura sasa. I remember the owner of the company by the time akuja tufungulie. Nakumbuka ni usiku hakuna mahali naweza peleka hospitali gate imefungwa. Yes, So when the owner of the company came, he was like alipigiwa simu akaambiwa there's an injury and he's injured. So when he came wakati akauliza where is nikitokezea I remember he closed his eyes and just told me tell me you have your hand please. Nikamwambia yes I have my hand. Kumbe ilikuwa ishawaisiaga kuna mtu aliingia hapo ilisiaga hiyo mkono ikakuwa uji. So the only thing ilikuwa imeshikilia ni ngozi peke yake but ndani mifupa and everything ilikuwa tu ni uji peke yake. But here I was my hand was intact nikufura ilikuwa imefura tu. Nikapelekwa hofu. So that is just one of the cases that I've been through. Yes. Yenye I would have gone, but God saved many. By that I've had many. There's a time I even almost drowned in a river. Nikashikilia mti. By then nimekuwa na live. Nata singepatikana. Wewe kuna kuacha. Na ukumbuke sasa ni shule nimehepa. Usiwe ng'ombe. Nimelipua fees but nimetoka na nimeenda kwa river kwenda. Kuku mai kwa ndoto.
kuku. Kuna kakitu kalikuwa kanataka kuuma mtoto kanaka kama kuku by the way, and then nikienda kufight nako kakanishika mkono, but nako saka kuma mkono yote kaluma hiki kidole moja. Hiki kidole yangu. So I have dealt with all battles. So you see, the reason I'm telling you, I think God had a reason. Because I remember even when I was born again, the first verse that ever came in my life was Isaiah 42. This is my servant in whom I'm delighted in. That is what Isaiah 42 says. Inaanzanga hivyo. In fact, wakati nilikuwa nimekram ni venye nimeanza kuisahau, but inasemanga this is my servant whom I'm delighted in. Yes. Unasahau na neno. I have chosen him. He will bring. Uko na Bible? Sina. Hauna Bible? Inafaa iko hapo kwa kichwa. Bana, niko nayo. It was Isaiah 42. That is what it talks about, being chosen to bring and set free captives free. That was the word, by the way, to set captives free. Evil. So when I got born again, that was the word that came to me in my dream. Okay. Yeah. So those situations that I have passed through in my life, and I'm still here breathing. Yeah. Mimi husema ni God. We thank God. God, and God had a reason. Yes. And God had a reason. And that is why I'm here. You see? Kukupa ushuhuda. And so you see, ni mimi ndio nilikuwa na initiate all that. That is now my mother's side. Naona. So yes, we've dealt with it kinyumba ya mamangu sisi wote. But again, I talked to my cousins. Nikawaambia, I want us to go and meet kwa shosho. Okay. So that we can deal with it. Bali penye kila kitu ilianzia. Sasa wote, if all of them, but now wamekuwa ngumu. Acha nikwambie, hata sasa sitakangi kubomolewa virahisi. Wamekuwa wagumu. I start Sasa juu wamekuwa wagumu, for how long utafanya hivyo? So with them, I'll be honest with you. Mimi niliachana na wao. I now concentrate with the side ya baba, because side ya baba at least they are responsive. But penye madhabahu yalianzia ndio inafaa muende mbomoe. Mimi unajua inafika mahali ama utajifaitia peke yako useme acha nijitoe mimi peke yangu, acha disort. Yeah. What I'm praying right now is that let them see my life. As in, my life should be a testimony enough to them. You see, nafikanga point whereby you tell God, God, let my life drive people to you rather than drive people away from you. So with this one, I'm like, God, you've delivered me and my mother's house. You see. Now, let my aunts, my uncles, children also see this type of life. Wa compare. Sisi tulikuwa hivi and now tuko hivyo. Itawaamsha. You see, if I see your life the way you were before, then you know how where God has taken and come to and KG. Ulifanya nini? Form ni gani? Umekuanga na issues hivi na hivi. What did you do? Ni wapi ulienda? Unaona? Sasa hapo ndo nitawaambia now. This is the formula. Are you willing? Na watu wanakujanga ni wapi ulienda? By the way ndo wanakuanga. You see, the problem with Kenyans wanapenda shortcuts. Ulienda wapi? Kenyans wanapenda wanataka tu miracles za pap mara moja. Na hizo pap ndio zinawaangusha siku hizi. Ndio zinaangusha siku hizi. Ulienda tu ulikuwa sawa, ulitaka kamera kwa. Lakini kuenda kule ukapata miracle na ukaongezewa. By the way si uongo. Umeenda ukapata kamera kidogo, umeona mtu ameenda kwa mganga amepata mtoto. Umeshindwa kuombea Mungu akupee mtoto. Umeenda kwa mganga amekupea mtoto. But huyo mtoto naye ni wao. Huyo ni wao. Na pia kuna ka problem umepewa juu yake. Utasumbuka unashona ni nini? Mwenye alikupea. Hakuna kitu shetani anakupea for free, by the way. The devil can never give you anything for free. Atakujia. Atakujia. And unapatanga saa zingine sometimes unakaa unasahau. Anagojanga ata prime place. Wakati unataka kuinuka vizuri. Why is it kuna watu wengine siku nyataka kwenda kuoa ama kuolewa ndio scandals zinaanza kukuja. Amekuachanga tu ukifanya usharati yako yote ukifanya all these things hazijakufanyikia. Sasa leo unaenda tu kupata baraka zako hivyo. Anakuja naye. Anakuja na kuhit. So far so good. So far so good. I can say yes, we are not free 100%. We're still fighting some of the things. But at least we're seeing changes. That prayer one works. Gives a prayer works. That one gives us more morale to know that anyway, whatever we were fighting something, and this thing, we can be able to defeat it. Let me tell you, we are strong. Tunaambia he who is in me
is greater than the one that is in the world. But sasa utajuaje your prayer is working na bado hujapata mtu utakani umuone? Nani upande wa marriage? Kwa sababu unasema the prayer is working but sasa hujaelewa bado. The prayer is working. You see right now, as I told you last time, mimi saizi, yes, I would love to get married one day, but it's not a priority that much. My big priority is that my children will get married and have good marriages. Okay. So you my children and my sister's children and all that, I'm fighting on behalf of them. Mimi si priority sana. It's like a bonus. If God gives me someone good, of which I not unfair, of which I think huwa nasema God anaweza nipea. Why? The Bible says instead of burning with passion, get married. That's what the Bible says, sindio? And also the Bible says two are better than one. Yes. Two are better than one. Sindio? And tunajua God aliumbia mtu kila mtu wake. Of course. I may have messed up with the previous one. Maybe they were never mine. Maybe walikuwa tu a distraction. You see, one thing I want you to understand. There is when you have a certain spirit around you, why were we attracting the same? Let me talk about me. Why was I attracting the same kind of men? Because the devil had an agenda. The devil had an agenda to finish me. By the way, Mimi, I think the devil ile main agenda yake ilikuwa ni kunimaliza. By all means, since he failed in those accidents, sicknesses, alifail. Maybe aliamua sana nijitoe mimi mwenyewe hai. Because even my mother's side, by the way, there's a cousin of ours who committed suicide. Okay. Yeah. Ish. So it's a spirit. There's a cousin of ours who committed suicide, and I've seen it in many of them wakithreaten, unasikia mimi nitajitoa hai and all that. I can never tell you that mimi etisiku ku struggle with that. Unataka kujitoa hai? Yes. So ni kitu iko within the family. So ni kitu yenye iko nika altar pia kalikuwa kitu kaka within the family. And you see, even tumekuambia the devil came to kill, to steal and to destroy. Si ita naua mimi, ni destiny yangu. My destiny is what he... You see, like my last testimony, niliongea hapa kuna some people ambao walipata ushuhuda. Yes. There are some people who called me. Okay. There are some people whom I helped who are about to make a mistake. Na nikawambia, no, don't do this. Yeah. You see, the devil would have killed me wakati hawa watu wangeambua na nani. Maybe mimi wangeangamia pia wao na mimi. Yes. There is this person who alikuwa possessed in the Bible. For how many years? Almost, the Bible inasema ngani 38 ama how many years alikuwa possessed in that situation. When he was delivered, aliambiwa go and give testimony to what I've done. And Bible inasema penye alienda, ali testify to multitudes and many came to know Jesus through the testimony. Wow. So if this person alikuwa caged by the devil, why? Alijua kuna many people who are waiting for that testimony to be delivered. Usifikiri shetani anajua life yako. Anajua life yako, ameshaona nyota yako. Maybe imagine the way you are fighting, praying, upate baadaye after umekuwa delivered, upate maybe the last man mwenye ulikuwa nindi ilikuwa your husband, but the devil alicheza na akili zenu. Utafeel like the last man mwenye nilikuwa naye nipate ndo alikuwa my husband. Yes, the real husband. Okay. But ni vile tu the devil led the confusion, but sasa mwishowe Mungu amlete tu akuje upate ni yeye tu ndio your true husband. I think nishapita hiyo stage because I have prayed. Anasema tu jipate. Au nijipate ni yeye. Sijasema tu utapata. Nimetumia imagine. Ni imagine. Ikuje tu ikupate your last ex. Ndio alikuwa kwa bwana wangu. Ndio alikuwa tu akwe bwana wako, ni vile tu shetani akamfanya nini? Utafeel aje? Of course I'll feel bad. I'll feel bad, itaniuma. I'll feel bad. Nini utaambia Mungu hiyo time? Hakuna mtu anajiprepare kwa hiyo. Hakuna mtu jiprepare kwa hiyo, and that is why I'll disagree a little bit with your question, because that is why before I moved on, this man I prayed. Ndio maana nilikwambia in my last testimony nilikwambia aje, I prayed to God severally. If this is my man, God, make it work. Nilikwambia ndoto gani zenye nilikuanga nazo. I just used to have dreams of him not changed. Still in that same behavior. The last one nilikwambia tulienda mpaka kwa bishop.
Tulikwambia tunaenda mpaka kwa bishop. Yes. And when tulifika kwa bishop, I remember that day because tulikuwa na hiyo back and forth and I remember I told God, today as we go for this meeting, I want one thing. And you see God, unaona Mungu, si lazima uende ukilia, ukibind, violent prayers and all that you need. Mungu umeniacha. There are times I sit with God like tumeongea na wewe hivi and talk. Yeah. Si anasemanga come let us reason together, state your case. Yes. Me, I call God sometimes and tell God sit here. I want us to talk. So that day I woke up and told God, I want us to have a treaty, an agreement, God. I'm going to have this meeting with this man, with our pastor, with our bishop. Now we've been having back and forth. Our lives are stagnated already. Mimi Mungu sitashindia the same thing. I just want a sign. If this man is mine, if this man is my real husband, despite vile amenihurt God, I have seen men who have changed despite what they have done. Despite what he has done to me, God, I'm willing to forgive him only if you tell him he's mine and everything works out. And I told God, this is a sign. Unajua mimi na working na God in a signs, by the way. Namwambia drop me this sign, I'll know it is you. Yes. And huwa anafanya. So I told God, this is the sign I want. If he is mine, leo tukienda kwa hiyo meeting, let us agree over everything. Tutoke hapo kama tumereconcile because it was the last meeting. Na nikamwambia God, if this man is not mine, as we go for this meeting, God, do something. Either let him come up with an excuse or something, let just something happen to draw apart kabisa completely. That is what I told God. Wow. Believe me, when tulifika hapo, whatever happened, nobody expected that. Tulifika hapo, tukaongea, akaadmit makosa yake. Mimi nikasema what he has done and all that, what I wanted him to rekebisha and all that. Aende kwetu, aenda toe mahari and all that, ndo tuanze kurudiana. And then the man watu alisema nini? He's okay, anaweza taka kurudiana na mimi. But hataki watoto wangu. So bado utarudi hapo, bado ndio ulize Mungu. Si wewe ndio last time ulikuwa unaniambia mimi ninasumbuanga Mungu sana. Thank you. So you see, mimi tangu nikuwe na hiyo knowledge ya kuelewa, siku hizi before I make sure I close things before I move on to the next step. Okay. Ndio maana unaona hata hii issue hata nilianza na 1 nikiendelea hivyo. So with him I knew ni hivyo. Because even after that, even after leading ya watoto wangu, let me tell you, nirudi bado kusumbua God. How many times huwa unaenda kwa Mungu a day? Mara nyingi. By the way, I even pray when I'm walking on the road. Me, God, I speak to God throughout. When I'm at work, I remember I go to the washroom, I talk to God. Mungu ako like, huyu msichana wangu na yeye anipe muda. You know, you see, it's better to keep yourself occupied with prayer. You see, for you to build an altar, nilikuwa naongea juu ya altars. Yes. You also need to build your own altar. Do you know how you build an altar of prayer? Your consistency in prayers. When something is repeated, it becomes an altar. Yeah. You see, if you indulge in sexual morality repeatedly, mara nyingi, it becomes an altar. Hiyo inakuwa ni madhabahu already. Yeah. So if you engage in prayers continuously, that is why the devil apendangi watu waombe. Let me tell you, most Christians hawapendi kuomba, wanapenda kuombewa. Waniombe tu. Yeah, exactly. Wako radhi ya kupea pesa ngapi but waombe. Hawapendi kujiombea. That is now the problem. Hebu nione. Exactly, nione. And that is what the devil loves. Anajua divert our attention. Last time nilikwambia the devil is just distraction. Anakudistract. Yes. From prayer. You see, mimi ndio naanga life yangu mara nyingi wakati nimepenya niko kwa prayer niko hapo peak. The devil will bring something that inatoa focus yangu kwa hizo prayer nianze concentrate. Either mtoto atakuwa na issue ama kwa family kuna kitu itatokezea yenye itadraw attention yangu sana, unapata focus yangu iko kwa hii kitu sasa. Hii issue yenye imetokea. Either mtoto anakusumbua umemove sana, ni mtoto ndio unashughulika na, ama kazi imeanza kukusumbua sasa imemove ni wewe sana kazi ndio una focus sasa, hata maombi umesahau. That is what he wants. Wow. Because if you build an altar of prayer, hakuna kitu mzuri kama hiyo. Yes. You build an altar of prayer. You yourself, you can be an altar also. Umeamua nimekuja kwa Mungu. Nimejitoa kama living sacrifice. Nasemanga we give our bodies as a living sacrifice. You can become an altar. That is why unapata kuna mchungaji anaweza kuwa kwa wapi na kuombea na upone. Yes. Huyu ameshafika hiyo stage ya kukua a living altar. An altar of God. Naona si lazima uende upande kwa ile madhabahu ya kanisa. Unajua kuna watu wengine they cannot function without zile madhabahu hapo juu. You know kuna wachungaji kama haja kupandisha pale juu hawezi kukuombea ukapona. Unasikia kuja kanisani.
Exactly. Na kuja kanisani lazima kupeleke pale juu. Wakati kuna wachungaji hata anywhere atakuombea na ita happen. Because he himself amejiconsecrate, amekuwa a living altar, a prayer altar. Wow. Very powerful. Yeah. So we finished with that. Upande wa mamangu. Then sasa nikaamua si nimemaza na side ya mama. Me mwenyewe myself, the patterns I also noticed in my life. Nilikuwa na deal nayo pia. Ambapo labda nitakuja kuprove pia labda after nishaolewa vile umeniambia sijapata mwanamume nani. But I believe that I've dealt with them. Faith. We live by faith. What nasema ndio ujue wewe ni mnoma kwa barabara after umefanya driving. Enda pale. You get experience ndio ujiamini. Experience is the best. That is why unaona hata upande wa advice. Me from my point of view, people who have gone through that thing that they're advising are the better people to advise you than mtu hajapitia. Let me tell you. Nilikuwa napata advice zingine kwa watu wenye hawajapitia majaribu kwa ndoa, mtu anakuambia vumilia, iko hivyo, vumilia. There's one person mwenye alikuwa ananiambia hivyo until kwake ilimfanyikia. Alitoka na akaniambia bado huko. Na yeye alihanywa tu mara moja tu. But hangeweza kuhold on. But previously alikuwa ni ndio nikuvumilia, muombe atabadilika. So I was like si ungemwombea pia atabadilika. Anambia hizi ndio ulikuwa unapitia. I can't. So you see kabla experience. Watu usemanga most of people who have had broken marriages are bitter, hawezi kupea advice mzuri, but I bet to differ with that. Not all of them. Yes, kuna watu ambao wako bitter by the who cannot advise you, and I'll agree with that. There are people who marriage iliwafanya wakakuwa bitter with life, bitter with men. Utasikia na kwambia all men are dogs, all men sijui na nini. So sikia siku hizi kuna msemo inasema kwa mtandao kwa kina ndoa ni hapa tu karibu kina ndoa si karibu. Ni pale tu. And you see people have normalized that to an extent. Nowadays people celebrate when people break up. Unaona ni watu wangapi wanafurahianga when unasikia watu wameachana. Me feel sad by the way. I feel sad because I know the agenda of the devil. Because I know the devil feels good wakati we have a broken family, a broken society. Yeah. You see when you break up with your wife or your husband, watoto wamebaki hawana both parents, hakuna exactly. Now you raise children ambao as much as yes you try to be there for them, but one parent is never enough. Let me just admit, one parent is never enough. Yes, I can raise them and I can become a great people through the help of God, yes. But that is not what God wanted from the beginning. Yeah. True. So unaona kuna watu wamekuwa bitter to an extent, somebody cannot even advise you well about. As in mambo ya marriage, as in unasikia tu wataachana. Unaona tu good couples wamepost picha kwa internet, unasikia mtu amekuja hapo. Mtaachana tu, as in who hurt you? Why are you so bitter with other people's marriage? Mtarudi tu tena. So you see such a person cannot advise you about marriage. So as you go to people, yes, like me, I might have a broken marriage and I can tell you for free, there are many marriages that I've helped. Yes. Many people that I've helped. Hata kama uko nje. Hata kama niko nje. Mimi nimesaidia wengi. Niko na ile experience and through me I use my experience positively, but kuna watu wana use negatively. That's why unaambiwanga in every situation we pass through in life. Sisi wawili tunaweza kuwa tumefanyikiwa na kitu. You can use it negatively and I can use it positively. So, me, I chose to use my experience positively to teach other people that, yes, me, I messed up this way. Don't mess up this way. Ama, this is where I didn't go right. Try and do this. Like most people, maybe God used to warn me and all that, but me sikuwa na shikanisha. Yeah. Or nilikuwa na ignore. I had that mentality that huyu mtu nitambadilisha atabadilika. So, mostly I use it. Even the girls that I mingle with and all that, I don't tell them that don't get married. No. Marriage is good if you're married to your friend. Wow. Chukua uzito. Sio hata high five. Uzito. And marriage works. And it is enjoyable. Yes. Unasema nini? So hii agenda ya kushinda tukisema wakina ndoa ni hapa karibu mtaachana tu. I think people should stop that. People should embrace good things. When good things happen, be happy for other people. Wow. You see? Hizo ndo zilikuwa altars. Saidi ya mambo. Yeah, I was telling you about a pattern I noticed about my life. After nilika chini pia I came to notice that. With the 3 men that I had,
tunapatana first year, most of them ilikuwa I get pregnant the second year. Tunapatana, we are friends first year, second year I get pregnant. Mtoto akifika 3 years tunaachana. First one akifika 3 years, that is when tuliachana kabisa. Second wakati mtoto alifika 3 years, that is when tuliachana kabisa. Third one tulianza kusumbuana tu from in fact by them most of them tunasumbuananga immediately I conceive. Immediately I get pregnant. Hapo ndo tunaanza kusumbuana. So unapata tu ni kuvumilia until I give birth and all that, kuvumilia. So wakati natokanga kabisa completely out of their life ni when they are 3 years. So yes, huyu wa mwisho tuliachana yes mapema, but sasa ile kuachana tu kabisa completely ni kwambia tuliachana kwa bishop kabisa, now is when the child was 3 years. Yes, I walked out when the child was 1 year, ndio nitoka nikaenda kando, but he would bado tulikuwa tuna ile ya kukuja nataka turudiane and all that, back and forth until sasa wakati tulienda kwa bishop and akasema mambo ya watoto hawataki and all that. Now the kid was 3 years. So you see that is a pattern. Yeah. So I'm yet to understand what brought out that pattern ya 3 years, but that is like a pattern that was there. Imagine. Immediately 3 years. Hapo ndo kabisa inaenda. Unaona? Yeah. So that is also a pattern that I realized in my life, of which also I have to pray against it. It's a repeated cycle. Yeah. That cycle I have to, because even if I can get a good person, yes, but kama hiyo cycle sijadili nayo bado, tafika tunapo 3 years unajipata tena tumeanza kusumbuana. Labda isikue labda ni same issue tuliachana na, isikue labda maybe nishadili na issue labda ya kukua na same marriage kama mamangu, as in whereby I'm the one who is providing instead of the man. Of course I have dealt with that. I might get a good man who is providing all that. But kama sijavunja bado hii cycle ya 3 years ndio ukipata ball tunaanza kusumbuana, still bado itaendelea. You see? So then from there sasa tunakuja side ya baba. Of which side ya baba I will not talk much about it sana because it's not something that I've finished dealing with it. But huko bado we still have altars. Okay. We still have altars, like for instance my grandfather married 3 wives. My grandmother was the second wife. And unapata hiyo polygamy ina run to hata even some of the girls hapo kuna wala kwa polyandrous. Yes, they are married but men, you see. So you see my grandmother being the second wife hakukaa na babu yangu, aliacha akaenda kwa place nyingine tena. Because hangeweza kukaa watatu, alishindwa yeye na mwenzake wakaenda. Wakaacha watoto wakalelewa na the first wife. So my father was brought up by a stepmother. Here I come, I was brought up by stepmother. Here are my children. If I give them up, of course, wataenda kulelewa na stepmother. They have stepmothers. So if I don't watch out, my grandchildren's pia same thing. So watoto wako ungepeana tu angeenda kwa stepmothers. So that is all ona nili cling on kwa ile first boyfriend wakati babangu hakutaka niolewe na yeye. Nilikwambia I tried to hold on but nilishindwa wakati tulikosana kanipiga. I had to go. Why was I holding on? I knew I was my father was raised by a stepmom. I was raised by the step. My child also alikose babake alikuwa shamchukua hata already. Alikuwa naishi na yeye. So yeah, I went for my boy akanipea. So yeye pia ange up na stepmom. So me, this understanding, I thank God alinipea understanding tangu nikiwa mdogo. But ni vile tu sasa unajua venye nimekuambia the devil looks at the destiny. I think shetani pia alijua hangenichapa vita nikiwa hapa hizi, ningekuwa by the way I would have been a great minister maybe somewhere. Ningekuwa ningekuwa great apostle somewhere by the way, because hii jina anaikata mimi hata na sasa so the devil made sure amenipitisha in cycles. And I make sure I get broken. Like you see, this time I've been wasting in a first marriage, I can break, mimi ndo nimerudi nyuma. Ingine tena ndio nimeingia tena imekuja tena imebreak tena nimerudi nyuma kwa salvation. Because you see, you cannot pass through all that na unikwambia tutabaki tu steady vizuri hivyo. 100%. I'm human. Inafika place pia mimi naanza kujiuliza why me God? Naenda nikirudi nyuma. And nikirudi nyuma. So, in my father's place pia there are patterns we have identified with my cousins, of which we are going to deal with them this year, December. Maybe next year I'll come back with a testimony on that side. But kuna patterns whereby kuna age ukifika, my father's side kuna age ukifika, kazi inaisha. As in they don't retire. Mimi sijaona mtu ameretire hapo. What? Yeah, there's just a certain age that ukifika, kuna spirits zinakupiga vita.
kazi inaisha. Una retire immediately. So with that side, wakati nilianza kupata hizo the dreams nilikuwa nazo za huko pia, there's a time by there I had a revelation whereby we were seated, wakati nilikuwa pia na hizo shida ya madeni pia. And then I was seated, and then another wale old wenye wameolewa kwa hiyo boma, mama zangu wakubwa sasa, baba zangu wakubwa wenye wameolewa that boma, and then we were seated with them, and then I asked them. Grandpa had a lot of wealth. Huko pia by the way walikuwa masonko kwa kina babangu. Grandpa alikuwa na mali nyingi. Hii mali, as much as we have generation curses, we also have generation wealth. It should be there, yeah. We have generation curses and we have generation wealth. You have got a right ya kudai generation. Ukiona kwenyu your grandfather, great grandfather alikuwa rich na mmekuwa maskini, kaa chini pia ujiulize why. Why is that wealth not flowing through the family? Yeah. Like in my mother's side, tunaona nilirealize yeye yake ilikuwa haikuwa natural, ndio maana ilisha na yeye. Unaona? None of his children by the way inherit your wealth. Aya. Nimekuja kwa my father's side. My grandpa was also rich. So I asked these women in my dream, why is it we don't have that wealth iko happy? Then they told me, babu yako alikuwa na mali. But watu walimkopa wengi, watu wengi alikufa kama watu wengi kwa na madeni zake. Mali yake ilipotelea kwa watu. That is what they told me. Na kweli nikikuja kugundua by then nasikianga hivyo, mali zake nyingi zilikuwa zinachukuliwa, tunaona pale unasikia friend alikuwa amempea and then juu ameshakufa hawarudishi. Unaona? So wealth yake enda tu ikaskata hivyo. So I was like, no, we need that generation wealth. So I was talking to my cousins and I told them, we need to restore that. This is a man who was driving cars and none of us has cars. Why? Ni watu wandu dina matatu. Tusiseme. Dina matatu. Bado ungekuwa na yako na spin. Una dandia matatu. Then unapata pia bado huko kuna issue ya firstborn daughters pia kuzalia kwa nyumba before they get married. Pia kwa hizo nyumba iko. In every house. Firstborn daughters. By the way kuna nyumba yenye firstborn daughter hajazaa kama hajaolewa. Lazima uzae kwenu ndio uolewe. Yeah. What? So you see all those things. We have a lot of cycles, Kuna cycles pia za ugonjwa. Unasikia huyu uncle alikufa na hernia, huyu amekufa na hernia, huyu amekufa na hernia. You see same disease, same pattern. That is not normal. So niliambia kazi zangu, I said them then nikamwambia right now tunaelekea hizo ages zenye wazee wanachukua mara juu arthritis mara nini. Mimi hiyo ugonjwa siitaki. It cannot come to me. And for us to refuse that, we need to team up. I thank God for them because okay, see wote. Kuna some of them wamejitenga. But majority of us we came together and formed a group. Even last year we met the first time. This year we're also going to meet and we're going to deal with those. Wow. So with that side, I'm still trying to endelea nikiuliza Mungu what is the source of this. Unaona ya kwanza nilikuwa na hayo ni hiyo. Then another dream I had also in this side pia. We were seated and then kulikuwa na nyumba yetu. There's another grandmother. Siwezi mtaja jina but grandmother huko tu nyumbani. Yes. Alikuja kwa boma and then mimi nikitoka I caught her amechimba all types of flowers from our boma na amebeba anatoroka nazo. Then our mabibi za ndugu za babangu they were there wamejishika na huzuni. They are unable to fight Then me I came. Nikakuja nikatokezea. Nikakuja nikamfuata. Nikamkimbiza nikifika kwa fence nikampata. Then I asked her, where are you taking all these flowers? Then a voice told me those are the blessings of the grandchildren of this homestead. She's going with them. Nikaanza kuomba. By then tulipambana naye by the way. Nikaanza kuomba. So I managed to pick some of the flowers. But zingine alikimbia nazo. So you see there are some from that revelation I think there are some which I was able to rescue. But there are some that alienda nazo. You see. So when David sasa umekuwa David sasa. Hadi Goliath wamekungoja hapo mbele. Ai wameningoja. In fact what? The battle I fought. Hata David alikuwa na mmoja. Wewe umepigana na wao huyo akitoka anaingia. Mimi niko na wengi sitakudanganya. I have fought the battles. I have fought. But God is with you. The Lord is You're going to win. I'm going to win. So that is about the patterns that I saw in my family and how I was able to deal with some of them. So maybe we will organize another show after I have done with now my father's side. Nikishapata full revelation and medeal nayo, I will come to do another show about now my father's side, how I'm able to deal with those
patterns. But mjue tu atakuwa anakuja na dreams. Maana ya dreams. Yeah, dreams. Yeah. Dreams niko nazo nyingi sana. 50 dreams. 50 dreams. Na zika happen. Yeah. Chunga sasa inafaa ukae na kitabu kwa hiyo. Unaandika. Kama ni hiyo unasema na ndio hiyo hata miwana. So unaandika hiyo sio yangu. Yes, exactly. Hiyo ni yangu. Hiyo ni yangu. So but mtu anauliza wewe ni nani? Mimi ni Ann. Kwa nini? Mtu anauliza surely. For you to stand all these battles, who are you? I'm a soldier in Christ. Tukwambwexa. A soldier in the army of the Lord. I'm a soldier. Yes, huwa zinakuja zinanitetemesha kidogo na kaa ni kama na vivia. But I wake up. And you see, in these battles, one thing I can tell somebody. The people that are surrounding you is important also for you to know. Like for instance, when I was battling the spirit of suicide, one thing I came to learn, there's a YouTube I once watched. When you're battling the spirit of depression, it is a spirit that has been sent to you. This spirit has got an agenda in your life. The spirit of depression is definitely to finish you. Nikukuweka in that state mpaka mwisho ukufe. You see, most people when they get depressed wanachukua maisha yao, si ndio? And the devil is fighting your destiny, anataka uishe. So mostly the reason me would advise mtu when you are in that state, don't stay with toxic people. The toxic people, the devil huwa amewatumia pia with spirits ambao zina fuel that they have got the same agenda with this spirit that you are having. Remember, mimi niko na spirit of depression I'm battling, nimepitia like wakati nilikuwa napitia kwa marriage. Then there you are, unaniambia you have failed. You see? You have failed. Wewe ndio umefanya hii ndoa imeisha. You have failed as a woman. Nini na nini. Unaona? Mwingine huko pia bado the same thing. Those are the people are surrounding me. Do you think I will survive? No way. So hata watu wenye wanakupiga hizo vita hao watu hata kuangi ni wao, they are just being used as an agenda. Okay. Because the demons will enter somebody so that they can drive the agenda. Wow. The demons cannot work without a body. They have to enter a body for them to function. Yes. Unaona? That is why unaona Yesu alizicast out zikimwambia tutaenda wapi, hatuna mahali pa kwenda, akazirusha kwa pigs. You see, they can't function without this celestial body. So this demon, the enemy will use the people that are around you sometimes to fuel the agenda. Unapata you are in depression and nobody is helping you. Anybody you go to, nisaidie nikopeshe pesa sana chakula leo, anakuambia wakati ulikuwa nao ulikuwa unasaidia nani, ama you are just lazy. Nobody wants to understand you. So one thing I think God has got my back. God alitaka mimi nipone. Me, I had great people surrounding me. Wow. That is one thing I give God asante. Na the few that were a bit toxic wenye walikuwa najaribu kuniblame, kublock na kuwatoa kwa maisha yangu. That is how I work, by the way. I see you want to block, you block them. Yes. You move on. And you block, if they are friends, if they are family. You see, anybody that is going to bring negativity in my life, Mimi, I don't entertain them. I will. By the way, I think that is my toxic trait. I block people. I go to my phone book. Huyu aliniambia ni mimi ndio nimesababisha nimekuwa penye I'm in this situation because of myself. Of course kuna mtu mwenye anaweza kukusaidia ujirealize kama unafanya makosa. There's positive criticism, Taniona naenda hivi uniambie like kama wenye nilikuwa nakwambia ulikuwa unaniadvise unaniambia kwa WhatsApp, now you are a great minister of God. Start posting for us those encouragement. You are good in encouragement. Achana na hizo memes unatupatianga hizo entertainment. You see, this is positive criticism. This is not somebody who is negative. Ameona potential in me na ameona hii potential I'm not putting full use of it. Na amekuja kuniambia, Ann, you'd rather concentrate on this even if you are good in this side rather than hii yenye unafanyia. That is positive criticism. But you coming to tell me that your marriage ended because of you, I will block you. Eti kuna vitu uko unafanya right. Vitu uko unafanya right. Na mimi najua vizuri kabisa nilikuwa nafanya na ili end up yenye ili end up. Labda mwenye anakuambia hata hajaolewa. Thank you. Ama aliolewa lakini kwake pia ni kumoto. Ni kumoto lakini vile hizi sema. Ni vile tu anajaribu. Let me pretend. Lazima nionyeshane pia mimi niko sawa. Yes, by the way, talking of that, many people are suffering from the phone calls I've gotten after that the last interview. Hey, watu wanapitia. Tell us about it.
people are passing through. I was surprised by the kuna wachungaji wengine. Anyway, ni vile mimi si God. But there are people who are misleading the children of God out there. Mungu akikupea nguvu leo wewe utafanya nini? Kitu ya kwanza. Utawanyorosha kwa wanyorosha. Mimi naweza wanyorosha because why are you misleading the children of God? Nashukuru Mungu zio kwa sasa. There is one case that got me mad, by the way, that got me hungry. I've had many cases za watu wakikuja hizo na issues, but there's one particular case yenye nilihurt. Of course, he has mentioned Gina and all that. And whoever called me, I'm so sorry, we will watch this, uone nimetumia your example, I'm so sorry, but it's just for educational purposes so that other people can also learn. But I'm not exposing this person. I'm just highlighting that case so that other people can learn. This is a very beautiful lady who've had issues, cases kama tu yangu, failed marriages twice. Then she has a spiritual father. This spiritual father is the one guiding her on how she can be set free. The spiritual father tells this lady, for you to be broken free from that first marriage. He asked the lady, do you want to get married? The lady says yes. Then the pastor is like, okay, for you to be broken from that covenant with the first marriage, I want you to bring 12,000 so that I can be able to deliver you. The lady brings 12,000. Prayers anaombewa. The second husband, I want you to bring 12,000 again so that I can deliver you. The lady does that. Then after that, the pastor asks the lady, do you want to get married again? The lady says yes. Then the pastor tells the lady, this is what you need to do. I need to sanctify you. How do I sanctify you? By having sexual intercourse with you. Raw, with no protection. In fact, he told the lady, watu wanatumia condom wanaenda kuzimu. What? Aish. Wewe pasa kwa madhabahu. That thing angered me, by the way. I'm so sorry for the lady who gave me that story. I'm so sorry to use your example, but that kid iliniuma. Why would a pastor do that to this lady? Mpaka anampatia scripture inasema jipeaneni kwa makuhani, nyinyi juu jipeaneni kwa ukuhani. It's in Rome. There's a verse in Romans, you should give yourself in righteousness. So I'm translating in Kiswahili. Mjipeane kwa makuhani. Kujipeana kwa makuhani ni through sexual intercourse. Nina problem venye watu wanatumianga Old Testament kwa threaten people na kuharibu watu. So, this lady angeingia in more bondage. So I asked the lady, how many ladies do you think this man has slept with? Alifanya na hivyo? No, she didn't. That's why I'm telling you, my testimony will save mtu mahali. It did save people. By then, watu wengi waliokolewa na hiyo testimony. Now I know why the devil was fighting my You see now, the reason why I normally tell you that, I normally say that you are an apostle. Yes, you are. Unakataa jina. Mimi nimekubandika kutoka kwa mguu hadi kwa kichwa, apostle. So I should start behaving so like today, an apostle. Apostle. Imebaki tu amwagie ile mafuta. Tunajua mwenye atamwagia tu, Mungu ataleta tu. Hiyo sasa nyingine tuachie Mungu. And anoint. Yeah, so this lady, imagine. So I asked her that question. And I quoted that verse to her and kamwambia that's not what the verse means. This one alipeleka out of context. You see? So, do you think how many ladies wamelala na huyo mtu in the name of deliverance? Imagine. In mapepo how many? Wow. And you see, as I told you earlier on, sex is like ni kama ibada. It's like a service. It's like a niseme kind of worship. It's a way of worship. So, in which it depends on where you are doing it, it will show who you are worshiping. Now, when you commit sex outside marriage or sex that with somebody who is not your husband, vitu kama hizo, that one, of course, that is a sacrifice to the devil. While the one in the marriage is for God. That is why it says the marriage bed shall remain undefiled. You shall not defile the marriage bed. Unaona. So now, this is a person muna have sex naye amelala na wasichana karibu wangapi akicollect demons. I told you, you become one. When you have sex together, you become one thing. So unafikiri amecollect mapepo ngapi yenye anakuja kukuachilia? Imagine. Umerudi back to square one. That is why unaona kuna watu wengine deliverance haishi. So huyo ni mtu anangoja kuwa delivered from a spirit husband. Na akona mtu kama huyo, mchungaji kama huyo. So you sit down and wonder, I've been born again for this long. Kwa nini hizi vitu haziniachili? Yes. Why am I not getting out of this bondage? Because of such
issues. So you see, many people were asking that same question. And maybe what I can clarify is, you see this thing that we call the spirit husband. Once umeomba na umeona umekuwa delivered, imekuachilia. As I said, inaendanga, itakuja kuangalia kama the house is swept clean. Either irudi na wengine, ama iende ikiendanga. Yes. So once you've been prayed of, you've done, a deliverance has been done to you. How are you maintaining this deliverance? What are you supposed to do in order to sustain this deliverance in your life? There are things you're not supposed to do. Because, you see, when that spirit has gone, you're not supposed to remain empty for it to come back. You're supposed to fill that void with the word of God. Study the word of God. Yes. There are 3 ways you can defeat the enemy, the devil. By his word, the word of God, through the blood of Jesus, and the name of Jesus. 3 things. And you're able to, unafaa sense, ujue hii battle ni gani na gani, which is for which. Yes. Because me, most of the time, kwa ndoto kuna wakati nilikuwa na nyongo, when I say, in the name of Jesus, naendelea kunyongo, in the name of Jesus, then there's a time I will raise and say, the blood of Jesus, no, napata ina. Okay. So there are some you have to know. And there are others I'll quote. Thank God, most of the time, the battles I have, saa zingine napeanga scripture out of nowhere. Like kuna yenye nilikuwa nimeezwa kabisa, ninaezwa kabisa. Unaona ile yenye inakaa kama real kabisa. Uko half awake, half dead, na this thing is like inakunyonga kabisa. The verse I was given was, at the mention of the name Jesus, every knee must bow, every tongue must confess that Jesus Christ is Lord. And I just said that verse na vitu ikapotea. Wow. So you see, there are battles you will win by quoting his word, and there are battles you will win by rebuking in the name of Jesus. Inasema, in the name of Jesus we shall cast out demons. Yes. See what the Bible says? And by his word, Jesus Christ defeated the devil by quoting the word of God. Wakati anaenda kumwambia, do this and this, alimwambia it is written. Do this and this. Jesus alikuwa anaambia shetani it is written. Yes. And that is how he defeated him. Wow. So there are 3 ways. That is the word, the blood, and his name. Wow. His name is a mighty tower where the righteous run for help. That is what his word tells us. The name of Jesus is a mighty tower where the righteous run for help. Wow. So as a Christian, once that is done to your life, study the word of God. Fill your life with the word of God. That void. Yes. Study the word. Because most battles you need that word. Even to break his generation and whatever, you need to remind God about his word. Yes, yes. God, you said this and this in your word. I am here. This is what your word says. Kuna mali Bible tulikuwa tunafundishwa kanisa kwa Ecclesiastes inasema, can anything happen unless the Lord approves it, allows it? You remind God, I know this is not what you said about my life. You said you've given me a future filled with hope. Why is my life being done like this? Have you approved this person to do this, what is doing to me? Certainly you have not approved God. Therefore, deal with it. He said he will fight our enemies. No, our enemies shall be his enemies. Ani tumanza sasa mahubiri officially. I got carried away nikaingia mahubiri. Nimejisahau mimi si mahubiri, ninaingia kwa mahubiri officially. So, tukimalizia tuko tuna dakika kidogo tumalizie. Unajua watu wengi sasa wanakutazama. Then wako like, I don't have a person who can stand with me. I'm alone. I'm fighting this thing alone. I feel like I'm tired. I feel like enough is enough. I feel like ni allow to these things happen, then ningoje tu Mungu akuje niende mbinguni. What am I supposed to do now? I feel like God amekimya. Yeah, sometimes we say like, I feel like God is not listening to me. I feel like God has stopped listening to my prayers. What am I supposed to do now? There's a time also I so felt like that, that like God is not listening to me, like God has abandoned me until I started listening to God. That's why I said last time, have that intimacy with God. As much as you have pastors who are leading you and guiding you and all that, also yourself strive to have that personal relationship with God, communion with God. God speaks, let me tell you. God speaks to us. Especially those people who are dreaming, you are lucky. God is speaking to you many times. All you need to know is just humble yourself before him. Okay. Sometimes it's good
kuambia God, I'm here. I have nothing. It's just me and me alone, God. Speak to me. Speak over my life. What do you want to do? What do you want out of this life for me to do? Let me tell you, God will always direct you. Either through dreams, ama utajipata tu umeattend someone service ambayo inaongea with whatever you want, ambayo ina correlate with whatever you want. I know we have many fake pastors, yes, but we still have good men of God that are there. We still have great men of God who are there, who can also guide you. Unaona. And thank God for the internet nowadays. It's easy. Like me, kama wale wamenipigia simu, most of them, those who have been able to advise, I have advised them. Ile naona iko beyond me, nahitaji maybe mambo ya deliverance and all that, I refer them to a pastor who also helped me. I will not refer you to somebody mwenye sijaona matunda yake. I would refer them to them for help. And so far some of them are okay. Wanaendelea na jana yao. Wengine bado sijawarefer. I'm still working on that because you see now I'm also working and I also have got a family to take care of. So sometimes the calls they call me, sometimes I might not be able to act immediately, but let them just understand me that I've also limited time. I have a lot that I'm doing. Remember, mimi ndio baba na mama. Hauko tu so hapo. Lazima, siko tu hapo. Lazima nitafutie watoto wangu and all that. So as much as I'm striving to help them, let them be patient also with me. Sinaweza kosa kuwasaidia immediately. But those I've been able to advise, I've been able to advise them. And especially wale wenye wananiuliza, walikuwa wananiuliza, most of them that I have prayed and bado napata hii spirit husband and all that. One thing nataka kuambia, kuna mlango uliacha wazi. There are doors that those things like coming back to. One is pornography. If you know you've had an issue with a spiritual husband and all those things, sleeping with people in your stream, avoid pornography. Avoid fornication. Avoid masturbation at all costs. Pornography na lead kwa masturbation. Definitely most of them watch pornography na wataenda kumasturbate. Now, masturbation unajua una have sex sasa with multiple spirits. Si mmoja because masturbation in several spirits. Au porn stars unaangalia au kuna spirits zao pia bado uko nao you are getting yoked with many things. So ndio unaona zinakuja zinakuwa attack vizuri tena. So I think what you should do first repent. Repent. Some of the things, as I said, some of these altars nisi tunajicreatia. Some of them, yes, ni from the family, from people, maybe witchcraft and all that, but some of them sisi tulifanya. Through kutojua, through sin. Sin separates us from God. God hates sin. And in fact, you see, the devil has to get a legal ground ndio akugonge. Akugongangi tu bure. That is what waliongea sana, walidebate sana na Mungu kuhusu Job. Alikuwa anaenda anapeana hii, Mungu anamwambia no. Anapeana hii, Mungu anamwambia no. Until wakati God alimpea permission. But he found no fault in Job. He looks for legality. You're roaring like a lion seeking whom to devour. Anakuanga anatafuta hiyo legality. So anakuja angalie, God alikudeliver juzi. Mimi nimekuwa delivered, si ndio? Then the devil amekuja amenipata mimi ndio tena kwa fornication, mimi ndio kwa masturbation and pornography. Of course ataenda. Hiyo ni evidence and I represent. Kuna pastor alikuwa anaona anasema kuna the courts of heaven. He will go there as the prosecutor. Yeye ndio prosecutor. God, I have got this case. Ulisema whoever sins belongs to the devil, belongs to me, si ndio? Now this is what I have against Anne. Juzi umemdeliver, ndio huyu anafanya, niko na ushahidi ndio huyu hapa. Therefore Anne belongs to me, leave Anne to me. What do you expect God to do? You need hard evidence. Na sasa hiyo Anne mimi niko kwenye niko, amenifanya nimekuwa guilty hata kwenda kuomba msamaha sijaenda. The good thing with our God anatuambianga no matter what. Your sins may be as red as scarlet. Come to me, I will make them to be as white as snow. Hakuna kitu Mungu hawezi. Kuja tu venye huko. Kuja tu venye huko. Umeona umeteleza? Come back to God. Anasema a contrite spirit and a broken heart. Oh God, you not despise. That is what David says. Imagine tu Mungu angekuwa binadamu kai. A person like me. Most of us atungekuwa hai. Waje nisipoint watu wengine. Jipoint wewe mwenyewe. Most of us atungekuwa hai. Atungekuwa hai. Thank God. He's not like man. We thank God. He's not like man. That is why he's given us numerous chances, many chances. Wewe unaona the devil akupe chances mingi. Moja tu pekee kashachukua ameenda kwa God. Nimepata Ana mahakama nimekuja Mungu ni mimi nimekuja nimepata Ana kifornicate nimepata Ana kimasturbate si ni juzi tu umemkomboa ni juzi tu umemkomboa ukampatia hii pesa ukampatia hivi unashangaa mambo inaanza kwenda wrong we unaona so he has to have a
legal. Haizi kumiti hivi. He has to have a legal ground for him to accuse you. So if you've done, unaona umeombewa, umefanya all that, umeomba na baada ziendi, jichunguze mwenye jite mkutano. Ask yourself, where am I going wrong? Mimi niliavoid hata siku hizi kuwatch hizi movie erotic, hizi ma series. Kitambo nilikuwa nazipenda hizo ma series. Nowadays I don't. Kuna zingine mimi watch. Hizo village hizi zenye hazina hizo mambo. Thank you. Hata mimi siku hizo ndo na watch either hizo ama za preaching ama hakuna kiss. Ayako nao ni kali. Hizi zenye hata hakuna kiss. Ongea ukiwa pale ama pale. But ni venye tu mtu anachagua. Okay, si tuko kwa Mkristo pia eti kuna vitu zingine uweze fanya. But also ni vizuri kwa very nimeaka hiyo very careful. Being a Christian is especially a born again Christian, you declared war with the devil. The Bible says is it in the book of Matthew? Jesus said, if anyone desire to follow me, first deny yourself. Exactly. And carry your cross and follow me. But denying yourself, nafikiri mchezo. It is like denying the world. It's not easy. You deny the world. Kwa sababu you na dunia mko hivi. So first deny yourself, deny the world, then follow me. Well, imagine una deny. The world has everything that good. Everything good. Everything that kila mtu anataka. Imagine umeacha Dundai kwenda disco, umeacha kwenda kupati. Umeacha wale warembo wazuri. Umeacha kusikiza ngoma zile fit. Zile zijuza kina nani. And let me tell you, kuna the guy ambaye naleta very soon kwa show. Aliniambia hivi. Alijiita tu jina ya mtu. Mtu tu sita mention. Imagine jina tu ya mtu. Sister, apostle. Jina tu ya mtu. Then yale mapepo yale mtu yakaenda kwake. Thank you. So this guy chenye yule mtu alikuwa anafanya pia alikuwa anafanya huko Kenya. So yeye anaenda perform vilabu nini. Pia alikuwa anajipata sasa kwa dreams anaenda perform kwa vilabu. Atakuja. Ni vile tu ako chini ya pastor fulani akue aoshwe. Ndio akuja. Then akam. Yes. So it's true. So kujiita hii majina. So kujiita hii majina, that's why unapata hata hii mambo ya kuname zingine una name mtoto after mtu mwingine mwenye juu musician, umemwona tu musician fulani umename mtoto ameanza kukua na hizo tabia the same zenye alikuwa anafanya. Unajiuliza kunaenda aje. You see in this one tunaita mtoto eti Yesu atoka kai. Mtoto siku moja anasema ni mimi. Everything in this world has got gates. I think one thing I've come to realize, everything has got gates. Kila kitu iko na malango yake. Unaona? Kwa hiyo jina yako and all that, kila kitu iko na malango yake. So it depends on how you're using it. And it's never late because you've been given the name of Jesus, you've been given the blood of Jesus Christ. So no matter where you are, ulitwa jina mbaya, jina gani, you can still sanctify it and change it in a spiritual realm. Do you know why I call myself Blessed Ayuma? My name is Ayuma. I put Blessed Ayuma so that whatever was associated with that name, because huyo mama mwenye naitwa Ayuma, naitwa Anne ilinemwa after grandmother babangu. Then Ayuma nikanemwa after kama mama kingine uko saidia kina mamangu. Kutoka mama. Huyo mama I hear, nilikuwa naitwa jina I hear. Nilikuwa nalia, unajua Haleluya. Nilikuwa nalia kila siku nalia. Wanataja majina, wanatajia sinyamazi. Wakafika jina huyo mama nikanyamaza. What? Yeah. Wakanipea jina huyo mama. Na huyo mama alikuwa ni mama wa mashida, frustrations. Hadi nasikia alikuwa mwizi wa kuku. Alikuwa anatembea na kikapu. Kai tunashukuru Mungu wa kutembea na kikapu. Tunashukuru Mungu wa kutembea na kikapu. So I got that revelation like this woman used to cry every now and then that name. Maana alikuwa ni mtu wa kuonewa tu kwa society. Na sio life yangu yenyewe ilikuwa. Yaani unaona mtu wa kuonewa tu kunyang'anywa tu. Yani this thing is yours, unaifikia hii ni Canaan, lakini when you are just about to reach there unanyang'anywa. That is how my life now had become. So when I became a gospel artist, I decided that my gospel artist name will be Blessed Ayuma. Whatever was with this name, yote nimecancel na nimeitoa na nimegeuza. It's no longer just Ayuma, but Blessed Ayuma. I am blessed. Wow. So that is how I changed my name. Jina ya YouTube yako, mahali utapatikana kwa WhatsApp.
na number ya phone. So YouTube yangu natumia Blessed Ayuma. Every social media, Facebook, Twitter, TikTok, all of them I use Blessed Ayuma. My number, my WhatsApp number and my M-Pesa number. Hapa kwa M-Pesa kwanza ndio inafaa tutilie mkazo. Anyway, tuna joke tu. Unajua atoke hapa karibu. Ndio akuje all the way Outer Ring, all the way Thika Road. Anatumia. I also need to go to the studio, produce song. Unajua nimekaa bila kuimba by the way. Ukisema tu mlipia one song. Kama amekubless. Exactly. Hata album, si ndio? Atuambie tu budget. Mimi nitoe budget, si ndio? Waambie tu nipe budget. 100k. Tuko na audio, another 100k. Tuko na videos. Na injili inasonga mbele nafikia mtu mwingine. That is how by the gospel of God is spread. So my number is 0728951103. I repeat. 0728951103. Wow. That is my number. And I'm so humbled to be here. I'm so blessed to be here. I thank God. Kitu nashukuru Mungu sana ni the testimonies that come. The phone calls I get from people. Hey, nimepata phone calls. Enyewe watu have been in bondage. Wow. I just encourage everybody that never gave up. Wow. If I was able to get out of whatever bondage I was in, and I'm still even getting out of whatever had remained together with my family, you can also be able to do that. I did it. You can do it. Everybody of us has got the Spirit of God in us. We are mighty. Nisi tunajidharau tu, by the way. Wow. Thank you so much, sister. Thank you. Not a sister. Tuko high five. Apostle. Hata ukatae, mimi ni hapo. Next time ukikuja nitakuchapa chapa ya nini Apostle. So ni Apostle Ann ama Apostle Ayuma? Apostle Ann Ayuma. Ama Apostle Blessed Ayuma. Apostle. But yenye tu Mungu ataona ndio poa hiyo ndio tutakupa. So I want to say thank you so much good people. Nimeenjoy sana show ya leo. And I believe pia wewe umeenjoy na umeweza kulearn so much, ndio? So next time when amekuahidi atakuwa anakuja na 50 dreams zenye ali dream. 50. Kwanza kwako ndio kuna store. Let me tell you. Unaona saizi nikiekelea tu kichwa yangu hapa hivi. I will dream. Bye bye. See you next time. Joseph the Dreamer. There are some people who call me Joseph the Dreamer. I dream. In one night I can dream 5 dreams. I hope siweza kuumwa na vidole. Siku hizi. Hapana. Bye, see you, we love you. Ai, za kuumwa nilishaumwa.